Amen. Tumeshaombewa, kwa hiyo naomba uniruhusu tu niende moja kwa moja. Somo letu ni wokovu ama kuzaliwa mara ya pili, na kwa faida ya wale ambao hamkuwepo, huu mchoro ndio mchoro wa wokovu kwa mujibu wa Biblia, na kila waliookoka kipindi cha Agano Jipya, tukijifunza kwenye Matendo ya Mitume, walikuwa wakifanyiwa hatua 4 muhimu sana. Ukiona Biblia inasema idadi ya walioamini au waliobatizwa ama waliopokea Roho Mtakatifu ama waliotubu ndani ya Matendo ya Mitume, ilikuwa inamaanisha hizi hatua 4: walitubu, waliamini, walibatizwa na walipokea Roho Mtakatifu. Lakini Yesu alizungumza zaidi ya mara 2 maneno yanayoonekana kama yanafanana lakini hayafanani. Kwenye Mathayo 18:3 alisema mtu asipoongoka na kuwa kama mtoto mdogo hata urithi kamwe ufalme wa Mungu. Lakini kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 aliongea kitu kingine, anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hata urithi ufalme wa mbinguni. Na kwenye huu mchoro wokovu, Mungu ndiye anayetupa sisi kwa neema. Kwa hiyo ukiona mstari uliokata katikati upande huu wa juu, ni Mungu anachofanya kwenye wokovu, na huu mstari wa katikati kushuka huku chini ni mtu anachofanya kwenye wokovu. Kwa hiyo hizi pande mbili, kila mmoja akifanya kwa nafasi yake ndipo tunasema huyu mtu ameokoka, na ndipo safari ya wokovu inaenda vizuri. Sasa kuongoka maana yake ni kile mwanadamu anachokifanya kwenye wokovu wake, na moja ya kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kutubu na kuamini. Lakini unafanya ubatizo na unapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunatubu, tunaamini, tunabatizwa kwa maji, afu tunapokea Roho Mtakatifu. Lakini utagundua hivi vyumba vinatofautiana ukubwa. Kwenye kutubu, chumba cha Mungu ni kidogo kuliko chumba cha mwanadamu. Maana yake Mungu analiachilia neno tunapookoka, lakini wajibu wa kutubu na kusimama kwenye hiyo toba na kuishi maisha ya toba na kuzaa matunda ya pasayo toba, ambacho ndio kipengele tutaendelea nacho kimalizia leo, unafanya wewe na hakuna wa kukusaidia. Ni swala la kufa na kupona na kung'ang'ana. Ndio maana sehemu nyingine Biblia inasema hamjafanya vita bado mkishindana na dhambi kiasi cha kumwaga damu. Ni wewe unafanya. Ndio maana chumba ni kikubwa. Kwenye kuamini pia Mungu anaachilia mbegu ya imani kwa kila mtu, amemgawia kama punje ya haradali. Lakini kwenye kuikuza hiyo imani ifike kwenye ukamilifu mpaka ing'oe milima, ni wewe utafanya. Kwa hiyo utaona pia chumba hiki ni kikubwa kuliko kile cha Mungu. Na huku tunaita ni kuongoka. Kuongoka maana yake kuwa tayari kutekeleza na kutii na kufanya chochote ambacho unaagizwa kama moyo wa mtoto mdogo, kama Yesu mwenyewe alivyosema kwenye Mathayo 11:16. Na kwa upande huu wa Mungu utakuja kuona Yesu anapozungumza kuzaliwa mara ya pili, ametaja hatua ya 4 na ya 3 na ya 4, kwa maji na kwa Roho. Kuzaliwa kwa maji na kwa Roho maana yake chumba cha kwako cha kuwajibika kinakuwa kidogo. Ule utii na kwenda kubatizwa, unakiona chumba hiki ni kidogo, na ule utii wa kupokea Roho Mtakatifu unakiona kidogo. Maana yake kuna kitu kikubwa sana Mungu anachokifanya mtu anapobatizwa, na tutajifunza Mungu anafanya nini kama neno linavyosema. Lakini kwenye kupokea Roho Mtakatifu naona kikubwa kabisa, Mungu ndiye anayetoa Roho Mtakatifu, na wewe kazi yako ni kupokea ikiwa haya yamefanyika vizuri. Sasa jana tulianza kujifunza toba, na tukasema toba ina hatua 3. Inaanza na wazo, ambapo mtu anabadilisha namna anavyofikiri kuhusu Mungu na kuhusu yeye mwenyewe, na anaanza kupata huzuni iliyo katika namna ya Mungu inayoleta toba. Akisha huzunika, ndipo toba inahamia kwenye mdomo, kwenye ukiri, kwenye maungamo. Na kanisa la kwanza waliwaongoza watu kuungama vizuri. Walipokuwa wanakuja wanaonyesha wameamini, waliwaongoza kwenye kuungama dhambi zao, na sio maungamo ya jumla jumla kama tunayofanya sisi
na baadhi ya makanisa ambapo tukifika tunaungama jumla, Mungu tusamee dhambi tunazozikumbuka na tusizozikumbuka. Tumekukosea kwa kukusudia na kwa kutokukusudia. Hiyo nayo ni sehemu ya jeuri. Anayekosea anajua makosa yake, kwa hiyo ni vizuri ukaungama ukiwa unajua ulichokifanya. Lakini kwenye sehemu ya kuungama kuna kitu sikukisema pia. Biblia inaturuhusu tunaweza tukaungama mbele za Mungu, mbele za watu, mbele ya watumishi wa Mungu. Ndio maana kuna maandiko yanasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo hata Mkristo kwa Mkristo anaweza kaenda, kama unaona mwenzio amekomaa na yuko vizuri na ameokoka kweli, ukaungama na mkaungamaniana dhambi zenu, na ina faida kwa anayeungama zaidi kuliko hata kwa kile kinachotokea. Na nikasema kuungama sometime ni kama kujiaibisha. Sio sometime, ni kujiaibisha. Unaamua kuitoa dhambi yako iliyo gizani, iliyo sirini, kuiweka nuruni. Na ndivyo dhambi zinavyokufa na kushindwa zinapohukumiwa na nuru. Na kipengele cha tatu ambacho sikukimalizia kilikuwa toba ya matendo, ambacho nataka nipite nacho haraka, alafu niende kufundisha hatua ya pili ya wokovu ya imani kwa mujibu wa matendo ya mitume, kama ambavyo kanisa la kwanza walifanya. Walikuwa na matokeo kuliko sisi, walifanikiwa kuliko sisi, walikuwa na nguvu kuliko sisi. Na ukiona mtu amefanikiwa kwenye jambo lile lile unalofanya na wewe haufanikiwi, huwa tunauliza unafanyaje? Na sisi tunaiuliza Biblia, tunagundua struggle nyingi na kushindwa kwetu kwa wokovu. Hizi hatua nyingi tumezifanya juu, na kwa sababu hiyo tunazaliwa mara ya pili, ama tunaongoka au tunaokoka tukiwa hatujaweka msingi wetu vizuri. Na naomba nikwambie, msingi ukiwa mbaya, hata safari yote, hata jengo lote linakuwa haliko sawa. Mnakubaliana na mimi? Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa namtania Jaki, mke wangu. Nikamwambia kuna makosa mengine hata kama ukiona labda hayaendi sawa sawa, wewe unajua tu msingi wangu mimi tofauti na wako. Kwa sababu nikuja kugundua Mnyakyusa mimi, moja ya vitu siviwezagi kutoka kwenda kuogelea swimming pool, eti namtoa out lakini kusherekea birthday. Imagine nimetoka kwenye familia ambayo chakula kikipikwa unakula, vyombo unaviacha hapo, na hata asante usemi. Alafu naenda kuoa mtu ambaye yani anashukuru kuanzia baba asante kwa chakula, mama asante kwa chakula, mpishi asante kwa chakula. Alafu ndio wamekutana hao two people kwenye ndoa. Unategemea nini? Ndio unaelewa nguvu ya msingi. Msingi ndio unaoamua maisha ya mtu maisha yote. Tumetoka kwenye familia wengine, ukivunja sahani inahurumiwa sahani kwanza. Alafu umeoa mtu ambaye wakisikia sahani imevunjika wanakimbia kwa mtu kwanza kumkagua kama umeumia, uko sawa. Wakati sisi wengine unashtuliwa na kibao kwanza kwamba umeharibu sahani. Unaona msingi unavyokuwa ni jambo zito kidogo. Sasa hao watu tukikutana huko, mimi nimewahi, ngoja niseme haka kitu sio kazuri sana. Baba nilipata shida baada ya kuoa, kwa sababu nyingine zilikuwa zinaibukia juu kwa juu. Nimetoka kwenye huduma Mbeya, nimefika Mafinga, simu inaingia, njoo Tunduma, na shuka na geuza Tunduma. Sasa nimeoa. Tabia bwana uliojizoesha ni shughuli. Ndio maana inahitaji ujitoe sadaka, uamue kweli kweli. Siku moja nimeweka status, niko kwenye ndege na safiri, alafu nakuja kukumbuka nimetoka nyumbani sijaaga. Alafu inaingia message, kwa hiyo wewe mbaba ndio maisha hayo. Kwa hiyo ilibidi nitumie hekima ya Kinyaki kubisha kama nimeaga, ila yeye kasahau. Lakini baadaye nikajifunza, kumbe nina kasoro, nina tatizo ambalo inabidi ulikubali kwanza, ujue kwamba msingi wako haukuwa sawa tangu mwanzo. Sasa unajifunza hata kwa wengine ambao msingi umekaa vizuri. Amina. Na mambo ya wokovu yako hivyo hivyo. Msingi huu kikaa vibaya, aisee, ajali zitakuwa nyingi sana.
makosa yatakuwa mengi, na uponyaji unakuja pale utakapoanza kukubali kwamba hapana, nahitaji kurudi kwenye msingi na kufanya kama neno la Mungu linavyosema. Ndipo tutaanza kupata mtu ambaye Mungu anamtarajia. Sema amina. Kwa hiyo nafikiri umeelewa msingi, umuhimu wake. Sasa kwenye toba ya matendo, naomba nisome Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 16 hadi wa 21. Alafu tuone Mtume Paulo anachokizungumza, na unaweza ukapata picha ya walichokuwa wanahubiri na walichokuwa wanawaelekeza wanaookoka kwenye eneo la toba. Ndio maana nakipenda hiki kitabu, kwa sababu ukitaka kujifunza wenzetu kuokoka walikuwa wanamaanisha nini, ni Matendo ya Mitume, na Biblia iko wazi kabisa. Matendo ya Mitume 26 mstari wa 16 hadi mstari wa 21. Paulo amesimama mbele ya Agripa. Ana kesi ambayo amefungwa kwa miaka 2 na kesi inaunguruma. Ameshtakiwa kesi ya uhaini na Wayahudi wamemsingizia kwa serikali ya Kirumi, na hawa ni magavana wa Kirumi, na anaeleza kwamba sina hatia. Wanachonishtakia Wayahudi ni injili ninayohubiri ya wokovu, na akataja kipengele kimojawapo kwenye wokovu huo. Anasema hivi, nimesema Matendo mangapi? Mstari wa 19, sio 16. Kwa hiyo unaweza kurekebisha hapo. Paulo anamwambia, anajitetea namna hiyo, anasema, kwa hiyo mfalme Agripa, sikuyaasi maono ya mbinguni. Naomba uzingatie sana hilo neno, sikuyaasi maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Nini Paulo anachokisema? Anaizungumza hatua ya 3 ya toba, na alivyokuwa anahubiri na msisitizo wa mafundisho kwenye hiki kipengele cha toba, kwamba mimi nilihubiri watu watubu, wamwelekee Mungu. Maana yake wabadilishe mwelekeo. Ndio maana toba inaanza na wazo, inakuja na ukiri wa maneno. Kwa hiyo walikuwa wakimaliza kukiri, anaanza kwa kuwaambia sasa, ishini kulingana na toba. Ishini kulingana na toba, zaeni matunda yapasayo toba. Na ndicho tunachoenda kumalizia hicho kipengele kama sehemu ya jana. Sasa ukienda kukagua maandiko, pamoja na kwamba tumesoma hilo, utakuja kugundua kabla hata wokovu haujaanza kuhubiriwa, Yesu hajafufuka bado na hajaenda msalabani, Yohana Mbatizaji na yeye alikuwa akihubiri toba. Maelekezo yalikuwa yale yale. Sheria ya toba ni ile ile, inaanza na wazo, inakuja na maneno, lazima ikamilike kwa matendo. Ukisoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 7, Yohana naye anawaambia wazae matunda yapasayo toba. Biblia inasema naye akawabatiza katika mto wa Jordan, huku wakiziungama dhambi zao. Si unaikumbuka hiyo jana? Huku wakizifanyaje? Wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi naomba tuseme wote hapo, basi zaeni matunda yapasayo toba. Haya maneno yalikuwa makali kidogo. Mimi nataka kuamini Yohana ni kama alikuwa anahubiri, lakini moyoni mwake ana hasira na Mafarisayo. Anapoona wanatubu, kabidi awaelekeze. Sasa unamwambia mtu uzao, enyi wazao wa nyoka, nani aliyewaonya? Sasa haishii hapo. Soma tena Luka sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 14, ambapo Yesu anatuonyesha pia mfano wa matendo ya toba ni yapi.
Na hapa naomba unisikilize vizuri. Luka sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 14. Akawaambia msitoze. Hebu rudi juu kidogo, mstari wa 9. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini sisi? Moja ya swali bora sana. Akawaambia msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamuliwa. Makadirio hayo. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia msidhurumu mtu wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Endelea tena mbele. Basi watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wote wakiwazawaza moyoni mwao habari za Yohana, kama labda yeye ndio Kristo. Ishia hapo. Kumbe niliomba mstari wa 6 na wa 7. Naomba unisikilize vizuri. Ukimsoma Mathayo na ukimsoma Luka, utayaona makundi mawili ya wanaotubu. Kundi la kwanza ni Mafarisayo na Masadukayo, ambao kwa jamii ya kipindi kile walionekana ni watu wema, ni watu wazuri, ni watu wa Mungu, ni watumishi wa Mungu. Na hili kundi tunalosoma hapa nalielekeza, lilionekana ni kundi baya, ni kundi ovu, ni kundi lililokuwa linahesabika ni wenye dhambi. Sasa wote wamekuja kwenye toba na wanauliza nini wanapaswa kufanya, na wote wanapewa majibu yanayofanana: wazae matunda yapasayo toba. Bwana asifiwe. Sauti yako haitoshi bado. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Na kuna mahali pengine ukiendelea kusoma hizo sura, anaanza sasa kwa kuelekeza. Na hapa nataka unielewe vizuri. Wale waliokuwa na dhambi, waliohesabika ni wenye dhambi, maelekezo yao yalikuwa warekebishe, wasifanye dhambi zao tena. Watoza ushuru wasifanye makadirio zaidi ya walivyoamuliwa. Maaskari watoshewe na mishahara na wasimshtaki mtu kwa uongo, na watu wengine wote walioelekezwa. Lakini wale walioonekana angalau hawana cha kurekebisha sana, walipewa pia kitu cha kufanya ambacho ni sawa na kinachukuliwa kama sehemu ya toba ya matendo. Wakaambiwa hivi, mwenye kanzu 2 agawe 1. Si mnayakumbuka hayo maneno? Mnayakumbuka hayo maneno? Na hivyo hivyo kwenye maeneo labda ya chakula na vyovyote. Yaani matendo ya toba haimaanishi tu kuacha kufanya mabaya uliokuwa unafanya, yanamaanisha pia kuanza kutenda mema ambayo ulikuwa ufanye. Unajua kuna wenye dhambi wawili, afu mmoja huyu ni mwenye dhambi mweupe, unaweza usimuone. Yule ambaye anajua anachotakiwa kufanya lakini afanye. Si unaweza ukasema huyu ni mtakatifu. Lakini kwa jicho la Mungu, anayejua jema analopaswa kufanya na afanyi, Mungu anamhesabu kama mwenye dhambi, sawa tu na ambaye amefanya dhambi. Sijui nielewa bado hapo. Yaani una nguo 5 mpaka zimekubana, zinakata vifungu, lakini umezikalia hivyo hivyo na haugawi. Wewe hauna tofauti na mtoza ushuru ambaye amedhurumu mtu. Ni neno gumu kidogo, lakini ndivyo alivyokuwa anawaelekeza. Una chakula mpaka kinaoza, unamwaga. Kwenye jicho la wanadamu, kwa sababu kwanza hakuna naye kuona, hakuna anayeweza kukuona kama unatenda dhambi, lakini kwa jicho la Mungu wewe unakuwa huzai matunda yapasayo toba. Kwa hiyo toba kwenye eneo lake la matendo inaenda pande zote mbili: kufanya mambo ya kupasayo kufanya kama Mkristo, lakini kuacha mabaya ambayo ulikuwa unayafanya kama Mkristo. Hayo Mungu akiyaona ndio unakuwa uthibitisho wa kusema sasa huyu mtu ametubu, kuanza kuishi tofauti na ulivyokuwa unaishi mwanzo. Tuko pamoja watu wa Mungu? Na ukipiga hesabu kwa sisi, kwa mfano tuliookoka, katika haya makundi mawili tunaangukia wapi? Utakuja kugundua tunaangukia kwenye kuto kuzaa matunda kwa kuacha kufanya tulichotakiwa kukifanya. Ndio maana tunaweza tukawepo hata hapa kanisani tukiishi pasipo kuzaa matunda yapasayo toba, tutajikuta tunakuwa kama magaidi tu fulani yaliyoko hapa, ila magaidi mastaarabu ambayo hayadhuriani, lakini hatutendi tulichotakiwa kukifanya. Na Mungu atusaidie kwenye hili eneo.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Agano Jipya limesisitiza sana toba ya matendo, na ndio maana Paulo pia kwenye mstari tuliosoma anasisitiza hivyo kwamba hakuyaasi maono ya mbinguni. Maana yake yalikuwa ni maelekezo. Watu wengi hawafahamu Paulo alivyookoka vizuri. Unajua Paulo alivyookoka, yeye katika kipindi cha maisha yake mpaka anakutana na Yesu, hakuwahi kukutana na Yesu physically. Alizaliwa Tarso wakati Yesu alikuwa Uyahudi. Kwa hiyo kipindi chote Yesu amezaliwa, amekuwa, ameanza kuhubiri mpaka amekufa, Paulo hakuwahi kumuona Yesu uso kwa uso au ana kwa ana. Na baadaye Paulo, baada ya Yesu kufa na kufa Stefano, ndio anaanza kusemwa kwenye Matendo ya Mitume na anaanza kuishi sasa na kutokea kwenye maandiko, lakini hakuwahi kumuona Yesu. Paulo amekutana na Yesu Dameski wakati anaenda kulidhuru kanisa. Na baada ya kuongozwa, na utaona pia hata yeye aliongozwa kwa hatua zile zile. Ukisoma Anania anavyomuongoza, alimuongoza kwenye toba, kwenye imani, kwenye kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ilikuwa ni kanuni ambayo inafuatwa. Sasa huyu Paulo baadaye alichukuliwa na Yesu mwenyewe kwenda jangwani kufundishwa miaka 3. Ukisoma waraka wa Galatia sura ya 1 na ya 2, anaeleza vizuri sana safari ya jangwani, mpaka anasema wale mitume, wale ambao ndio nguzo ya kanisa, wale ambao ndio wakuu kwenye kanisa, sikuwahi kukutana nao labda mseme walinifundisha, hapana, lakini kile walichojifunza Yesu akiwepo ndicho hicho Yesu aliniambia. Ndio maana walinipa na mkono wa ushirika, walifahamu maagizo. Alichoagizwa Paulo kuwaongoza watu kwa Kristo ndicho walichoagizwa kina Petro. Na ndio maana kusoma hata Matendo ya Mitume, kile kitabu ni story ya mitume wawili tu. Kwa taarifa yako, ni story ya Petro sura ya 1 mpaka ya 12 na Paulo sura ya 13 mpaka 28, na zinatoa ulinganifu. Yaani ukiamua kukichambua, alichofanya Paulo wamechukua na alichokifanya Petro wanavilinganisha, kuonyesha Petro na Paulo walihubiri kitu kimoja, pamoja na kwamba walikutana na Yesu maeneo tofauti tofauti. Na ndio maana anaposema sikuyaasi maono ya mbinguni, maana yake ni agizo la Yesu kwamba wanaotubu lazima wakamilishe toba yao kwenye matendo, ndipo toba inakuwa toba. Tuko pamoja watu wa Mungu? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo toba haiwi toba kama inaishia kwenye kuhuzunika, inaishia kwenye kusema, kwenye kukiri, na isipoenda kwenye matendo, inakuwa hiyo toba imekufa, imefia njiani. Na hili ni muhimu sana, kwa sababu aliyetubu anapaswa kuonekana, sio kusikika tu, anapaswa kuonekana akiishi maisha ya toba. Na nafikiri ndio kipengele ambacho sisi kama kanisa tumeanza kushindwa sana, maisha ya toba kama Wakristo. Kwani ukifuatilia watu wanaotuhumiwa sana, jana baba alisema huko nje hata watu wanatufahamu. Nilikuwa nasoma waraka wa Paulo kwa Timotheo wakati anamwagiza namna ya kuchagua viongozi wa kanisa, wale waangalizi, wazee, na kwa Tito nikashangaa vigezo anavyovitumia. Anasema anayetakiwa kuchaguliwa lazima kwanza awe ni mtu anayeiweza nyumba yake mwenyewe. Maana yake awe ameokoka kwenye familia yake, yaani watoto wajue baba ameokoka, mke ajue baba ameokoka. Lakini kigezo cha pili, Paulo anawaambia nendeni mtaani kwake mkaulize ushuhuda wake. Wapagani wanatakiwa waseme huyu mtu yuko hivi hivi na hivi, na mkiona sifa zimekidhi ndipo anakuja sasa kuangaliwa kanisani. Kwa hiyo kanisani kinakuwa sehemu ya mwisho, lakini maisha ya toba yanaanza kwenye familia, yanatoka mtaani kwako, alafu ndio yanakuja kanisani. Mwaka mmoja nienda kuhudumu mkoa fulani hivi, alafu tukagawanywa asubuhi kwamba tunaenda nyumba kwa nyumba kushuhudia. Kwenye timu yetu mwenyeji tuliyepangiwa naye kumbe ni dereva bodaboda. Tukafika kwenye mtaa, kumbe tuko kwenye mtaa wao. Tunashuhudia, wale wanatusikiliza, afu jamaa mmoja akaropoka akasema sio kwamba hatuwaelewi. Watumishi wa Mungu tunawaelewa, tena tunapenda sana na nyimbo zenu nini, wakatusifia pale. Wakasema ila shida mlioongozana naye ndio kikwazo cha sisi kuokoka. Wakasema huyu muuni tunamjua vizuri. Sasa tulipomgeukia yule bwana, ila nilimpenda, akasema ndio maana nimewaleta watumishi kwa wahuni wenzangu.
Akasema nyie kweli mnanijua muhuni, ndio maana nimekimbilia kwa Yesu. Kwa hiyo taratibu uhuni utaniondoka, na sasa nataka na nyinyi tuje tuungane wahuni wengi ili tubadilike. Kiukweli mimi nilipenda jibu lake, angalau alionyesha ujasiri. Japokuwa nijaribu kuwaza ningekuwa mimi ndio nimepigwa hiyo, unaweza ukayeyuka kabisa, ukavunjika moyo. Na nikajua huyu ndugu Mungu anaweza akaja akamsaidia baadaye akawa vizuri. Lakini ukweli ni kwamba maisha ya toba sio yanatakiwa kusikika au kufikiriwa, yanatakiwa kuonekana, kama ambavyo wenzetu walivyosisitiza, na hivi ndivyo walivyoishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kanuni muhimu kuliko zote hapa ambayo naimalizia ni kwamba toba ya matendo ndiyo uthibitisho wa toba. Toba ya matendo ndiyo uthibitisho wa toba. Na hapa nitachukua mfano wa Luka sura ya 19 mstari wa 8 hadi wa 9, mfano wa Zakayo. Naomba unisikilize vizuri namna Zakayo alivyotubu, alafu namna Yesu alivyothibitisha kwamba sasa wokovu umefika nyumbani mwa Zakayo. Zakayo wote tunafahamu alikuwa mtoza ushuru, alidhulumu sana. Na unajua ukidhulumiwa na mtu afu Biblia inasema alikuwa mfupi, utakasirika mpaka upasuke. Huwa na utani wangu fulani, yaani mtu akikosea anasema yaani bora angekosea mwembamba hadi bonge, na unakosea. Ni utani tu wa kuchangamsha mada. Zakayo amedhulumu, Zakayo amewafanyia vibaya watu, lakini amekutana na Yesu, ameokoka. Angalia toba ya Zakayo ilivyokuwa. Zakayo mpaka anakwea juu ya mti, tukikutana naye mbinguni huenda akatusimulia kitu cha ajabu sana. Huenda Zakayo alianza kufikiria kwamba maisha ya kudhulumu watu haya, maisha ya kuumiza watu ni mabaya na mkosea Mungu, lakini hakuwa na mahali pa kumpata huyo Mungu, kwa sababu Mafarisayo na Masadukayo waliwatenga sana ili kundi la watoza ushuru. Siku alipokuja kusikia habari kwamba kuna mtu mwema sana yuko miongoni mwetu anaitwa Yesu, anayekula na watoza ushuru na wenye dhambi na anawapenda, Zakayo akaona sasa naweza nikapata nafasi ya kuongozwa kwa Mungu ili niweze kutubu. Kwa hiyo toba yake ilianza kwenye wazo. Lakini Yesu alipoenda nyumbani kwa Zakayo baada ya kumshusha kwenye mkuyu, Zakayo akafanya hatua ya pili ya toba, akaanza kuungama dhambi zake. Si mnakumbuka? Akasema, Bwana, ikiwa kuna mtu nimemdhulumu nitamrudishia, alafu nitalipa mara 4 na interest. Ikiwa sijui nilifanya hivi nitafanya hivi. Anaungama na anaisema dhambi yake mbele za watu, mbele za makusanyiko mengi. Ameamua kufichua siri ya mafanikio na utajiri wake. Alafu Yesu unakumbuka alichokisema? Akasema wokovu umefanyaje? Wokovu umefanyaje? Kwa nini? Kwa sababu ile hatua aliyoahidi ya kutenda, na ninataka kuamini kwamba huenda alianza pale pale kuwarudishia, kwa sababu huenda alikuwa anawakumbuka hata waliomdhulumu. Ile ndio ikawa uthibitisho wa toba. Sasa nini Zakayo anachokifanya? Watu wengi tunapookoka tunafikiri tukiokoka tunaweza tukayakimbia maisha yetu ya nyuma. Na wengi nafikiri tumefanya kosa kubwa sana kwamba sasa nimeokoka, kwa hiyo maisha yanaanza hapa kwenda mbele. Kutubu kuna tabia ya kurudi nyuma, kurekebisha matendo yako ya nyuma pia uliyoyafanya. Kwa mfano, mimi kama nimemkopa mtu ananidai fedha, alafu nikaokoka, sitaki kusema sasa nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita yakiwemo madeni. Hapana, deni bado lipo na nadaiwa na mtu. Kwa hiyo ninachotakiwa kukifanya sasa ni kufanya vizuri, kwamba kabla sijaokoka nilimzungusha, sasa ndio naenda kuyarudia maisha yangu na kumwambia ndugu yangu nisamehe, nimekucheleweshea hela yako, na ikiwezekana weka na ka10,000 juu. Ndio matunda ya toba hayo. Sema amina. Amen. Lakini kuanza kusema eti nafuta madeni, hapo haya maombi sijui tumeyatoa wapi. Deni alifutwi kwa maombi na kusema nafuta roho ya madeni. Weka lipe deni. Unajua roho ya madeni, kwanza mimi siamini kama ipo, kwa sababu ninavyojua madeni yanasababishwa na tamaa yako ya kutaka kuishi maisha ambayo sio saizi yako. Kwa hiyo hapo sio roho, ni wewe. Unajua tuliokoka tuna shida moja ya kusingizia roho. Sasa hivi chaka letu la kujifichiamo ni roho.
Ndio maana mimi siwagi na amani nikisikia kila kitu mtu anasema roho, hii ni roho ya familia. Wewe ni mchoyo. Unatakiwa kutubu, una dhambi ya uchoyo, usiseme ni roho ya nini? Ya ufamilia. Unajua ukisema roho maana yake unakwepa wewe kuchukua hatua ya kuwajibika kuacha uchoyo. Uchoyo ni dhambi, sio roho. Sio, kuna mtu ananielewa nini ninachosema? Kwa hiyo alirudi kuyarekebisha maisha ya nyuma. Alirudi kurekebisha vitu alivyoharibu nyuma, na ndio maana ya wokovu, ili kufanya vitu kwa usahihi vile ambavyo ulikuwa ufanyi kwa usahihi. Na unapofanya hivyo ndipo unaanza kuyaona matokeo sasa, na ndipo hata imani yako inaanza kuongezeka kwa Mungu, kwa sababu katika kuishi maisha ya toba unahitaji sana imani. Hebu naomba wote tuseme imani. Sema tena imani. Unahitaji sana imani. Ngoja nikuotolee mfano wa watu wengine walioishi maisha ya toba. Matendo ya Mitume sura ya 19. Paulo alipofika Efeso akahubiri, akaingia ibadani. Unajua Paulo alikuwa na utaratibu akienda kwenye mji kuhubiri, kwa sababu ya kanuni yake kwamba hatakiwi kuhubiri mahali ambapo tayari kuna mtu ameshahubiri. Kwa hiyo alikuwa akifika kwenye mji anajipa hata mwezi mzima kuzunguka kusurvey ule mji, ajue hawa watu wanaamini nini, utamaduni wao ni nini, alafu ajue wapi pa kuanzia kuhubiri, hasa miji ya kipagani. Na ndio maana alikuwa akifika kwenye miji anaanzia kwenye masinagogi kwa Wayahudi wenzake ambao angalau wanajua Biblia, wanajua neno la Mungu. Sasa akiwa anazunguka kule Efeso, mtaani akasikia watu wanaimba. Na alipowasogelea kwenye ile ibada akagundua wanaimba Yesu, akagundua wametubu, akagundua wameamini. Shughuli kawa hapa kwenye ubatizo, ndio maana hawakuwa na Roho Mtakatifu. Wote tunafahamu hiyo story. Baadaye akawarekebisha, wakapokea Roho Mtakatifu na kanisa la Efeso likaanza. Na hili ndio kanisa lililofanya semina ndefu kuliko kanisa lolote. Nafikiri mpaka sasa hivi rekodi haijavunjwa. Alifanya semina mfululizo miaka 2 non stop. Sura ya 19 inakwambia akiwafundisha kila siku kuanzia saa 10 na walikuwa wanaondoka saa 6 usiku. Na kanisa la Efeso likakua. Shida ikatokea, walioanza kuongezeka baadaye wakawa wanaingia kanisani, hiki kipengele cha toba kikawa hakifanyiki vizuri. Kwa hiyo kanisa likaongezeka idadi, lakini likawa na Wakristo wengi wanaoishi maisha yasiyo ya toba. Mpaka Mungu alipoamua kutengeneza tukio lililokuwa kuja kuwafanya wakatubu. Na naomba Mungu haya matukio Mungu asitutengenezee, kwa sababu kitatulamba. Vijana wanasema kitatulamba. Unajua tukio gani alitengeneza? Ndipo inaingia story ya wana wa Skewa ambao walikuwa wanafanya biashara ya kupunga pepo. Wanazunguka asubuhi mpaka jioni, wakifanikiwa kuyatuliza mapepo 3 wanalipwa. Sasa wakagundua Paulo anatoa pepo kwa njia nyepesi kuliko wao wanatumia muda mwingi. Unajua kuna tofauti ya mpunga pepo na mwenye mamlaka dhidi ya pepo. Wapunga pepo wakiona pepo linasumbua huwa wanaimbaga wimbo kulibembeleza. Maneno magumu Wakiona alitoki likiwaambia linataka chemikola wanaenda kulinunulia. Si mnajuaga hilo? Pepo linasema huyu mwenye kichwa kikubwa mtoeni, ndiye chanzo cha mimi kutoka. Na siku hizi tuna wapendwa ambao wanafuata pepo linavyosema. Mungu atusaidie kuwa na mamlaka. Sasa walivyoona Paulo yeye anasema tu kwa jina la Yesu pepo linatoka, wakapiga hesabu, tukikemea kama kwa siku tutakuwa hatutoi pepo vichwa 5, tunaweza tukatoa hata vichwa 20. Kwa hiyo kipato kitafanyaje? Kitaongezeka. Sasa tufanyaje? Wakasema ngoja tumebuni mbinu mpya. Wakamkuta mwenye pepo, wakasema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo toka. Alafu mapepo kumbe nayo yana akili afu yana kumbukumbu. Yakasema Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, ninyi ni akina nani? Unajua kwa nini mapepo yalikuwa yawaoni? Hawa watu hawako kwenye hii package ya wokovu, hawajaokoka. Ninyi ni akina nani? Unajua pepo likikuuliza wewe ni nani, inafadhaisha. Yaani who are you? Hapo jamaa kabla hata hawajamaliza kujibu, kujieleza na kujitambulisha, Biblia inasema yule mwenye pepo akawarukia, akawaweza, akawachapa vibao vya kutosha, na wengine akawachania nguo. Unajua mwanaume akikimbia yuko wazi, ni moja ya tukio la kutisha. Wakakimbia.
Sasa naomba nikwambie ile story kwa nini iko pale. Ile story haiko pale kukuonyesha kwamba mapepo yanawajua watu wa Mungu. Iko pale kukuonyesha tatizo la kanisa la Efeso la kutokutubu. Biblia inasema mstari unaofuatia, habari zile za pepo kuwadhuru wale jamaa zikaenea kwenye lile eneo lote, alafu jina la Yesu likaanza kuogopwa. Ukisoma hiyo utaikuta hicho kitu. Jina la Yesu likaanza kuogopwa. Na unajua lilianza kuogopwa na akina nani? Na idadi ya waamini walioko kanisani. Kwa nini walianza kuogopa? Walianza kujitathmini kwamba kama wale wametumia jina la Yesu, walichoambulia ni vibao, walichoambulia ni kuchaniwa nguo, sisi tunaliimba kanisani, sisi wenyewe pia tunalisema kanisani, na maisha wanayoyaishi wanayajua hayana toba, wakajiongeza kwamba kilichowakuta wana wa Skewa kinaweza kikatukutia kanisani. Kwa hiyo tufanyeje? Wakajisalimisha, wakapeleka uchawi wao. Imagine lilikuwa kanisa ambalo tuna hadi washirikina, wanahirizi na tunguli wako kanisani. Ukisoma hiyo sura ya 19, hebu rudi nyuma kidogo, mstari wa 18, nikuonyeshe kitu hapo. Anasema na wengi wa wale walioamini. Hebu wote tuseme walioamini. Yaani hawa watu tayari wako huku, lakini hapa kwenye toba hapa kwenda vizuri. Na wengi wa wale walioamini wakaja wakarudia mchakato wa toba. Safari hii wakaungama. Alafu sio tu wakaungama wakidhihirisha matendo yao. Yaani wakaanza kusema, Paulo, tunaomba tu tuseme tumwaibishe shetani. Kiukweli sisi ni wanga. Wanga kivipi? Tunaloga. Mmetoka nao wapi? Tangu huko. Kwa hiyo tunafanyaje? Turuhusu tukachukue uchawi tuuchome moto. Kwa hiyo wakaanza kuchukua vitabu vya uganga na uchawi. Ni walioamini, sio wapagani hawa. Walioamini wako kanisani. Kwani sasa hivi baba hatuna wanga huko? Mimi niko kwenye huwa nazungukaga, nimeona vingi sana kwenye mikutano. Wanaleta tunguli. Siku hizi wakiokoka hawaleti vifurushi, wanabaki na vifurushi nyumbani. Unaiona tofauti, na utakuja kugundua tulipopapuuza ni hapa. Na ukifaulu mtihani, wokovu wako huku utaenda, kwa sababu hakuna kitakacho kukwamisha huku kama hapa kwenye toba. Na hapa ndipo tatizo letu lipo. Kwa hiyo sisi hatuna cha roho ya babu, ya shangazi, sijui roho za ukoo. Mchawi wetu ni toba. Wakaleta, wakaja kuungama. Kwa nini wameleta? Wamepata hofu kwamba hili jina sio la kuchezea. Hatuwezi tukaendelea kulitamka, kulikiri, alafu tunaishi kwa kificho namna hii. Wakaleta uganga, wakaleta uchawi, alafu Biblia inasema vikachomwa moto. Na ndio maana sasa kanisa la Efeso ndio kanisa lenye ubora na maarufu kuliko makanisa yote ndani ya Biblia, kwa sababu hizi hatua zilisimamiwa vizuri. Ndio kanisa Paulo alikaa muda mrefu kuliko makanisa yote. Ndio kanisa ambalo limeandikiwa vitabu vingi. Anaandika kwa Timotheo wa kwanza na wa pili, Timotheo akiwa yuko Efeso. Waraka wa kwanza, wa pili, wa tatu wa Yohana yuko Efeso kama mchungaji, na ndio alikuwa mchungaji wa mwisho katika kile kizazi cha kwanza cha mitume. Injili ya Yohana imeandikwa yuko Efeso hapa. Kwenye Matendo ya Mitume sura karibu 2-3 ndio kanisa limepewa sura nyingi, kuanzia 19, 20 nafikiri 21 Efeso. Bado Paulo ameandika waraka kwa Waefeso. Kwa nini? Hizi hatua zilifanyika vizuri. Na hapa ndipo pamepewa msisitizo mkubwa kwenye Matendo ya Mitume. Walipasimamia ndani ya ile miaka miwili, angalau kanisa likawa na Wakristo wote waliotubu. Na nafikiri inapendeza. Imagine tuwe Forest hapa na Wakristo wote waliotubu. Nafikiri unaweza ukapata picha ya nguvu ya kanisa litakavyokuwa. Tuwe na Wapentekoste wote wanaoishi maisha ya nini? Ya toba. Tutaondoka kwenye matatizo mengi sana ambayo tumekwama nayo sasa hivi. Kwa hiyo naomba niseme ukweli. Matatizo yetu ya uchumi, matatizo yetu ya mahusiano, matatizo yetu ya kazi, matatizo yote tulionayo, ukweli moyoni na wewe unajua, yamesababishwa na hapa kwenye toba. Bwana asifiwe. Mwenye sikio na asikie. Sasa twende kipengele kingine cha imani
na leo naomba Mungu nisiache kiporo, na nitasoma neno la Mungu kutoka waraka wa Yakobo sura ya 2. Tasoma mstari kuanzia wa 14 hadi mstari wa 26. Amina, watu wa Mungu. Sauti zenu bado zinanivunja moyo. Amina. Ongeza tena amina. Amen. Yakobo sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 26, mstari wa mwisho kabisa. Anasema hivi: ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enenda zenu kwa amani mkaote moto, yafaa nini? Okay. Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enenda zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani yake pekee. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaingia kipengele cha ngapi? Cha pili. Na naomba nianze na utangulizi huu na nitaenda haraka kidogo. Imani ndio sehemu muhimu zaidi katika huu mchakato wa wokovu, hata kama unaiona imewekwa sehemu ya pili. Na naomba nikukumbushe hizo hatua. Tuna hatua ya kwanza ya kutubu, tunatubu kwa Mungu. Alafu hatua ya pili ni kuamini katika. Naomba wote tuseme katika Bwana Yesu. Rudia tena, tunaamini katika Bwana Yesu. Alafu hatua ya tatu tunapata ubatizo wa maji, na hatua ya 4 tunapokea Roho Mtakatifu. Haya yakifanyika ndipo tunapoendelea mbele kwenye wokovu. Sasa nataka nikuonyeshe umuhimu wa hili neno imani katika. Believing in. Kuamini katika Yesu ndicho ninachotaka kufundisha. Ukiokoka lazima uamini katika Yesu. Au niseme kinachokutofautisha wewe na watu wengine wote kuhusu Yesu ni hilo neno katika Yesu. Sasa ngoja nikuonyeshe umuhimu wake. Na jana nafikiri nilisema kidogo. Kuna tofauti ya kuamini kwamba Yesu alikufa au alikuja duniani, aliishi, akafa, akazikwa, akafufuka. Lakini unaamini kwamba, na hiyo imani watu wote duniani hata wasio wa Kristo wanayo. Ukienda kwenye dini yoyote ukawauliza kuhusu Yesu, wanaamini ya kwamba kuna mtu aliwahi kutokea duniani anayeitwa Yesu. Alikuwa ni mwenye haki, aliyeuawa kifo cha waharifu, akazikwa, akafufuka. Alafu wanafunzi wake wakaanza kuhubiri habari zake. Kwa hiyo awe wa dini yoyote anaamini kwamba, na ndio maana wale wanaofuatilia mijadala, wale ndugu zetu wa vibakuli, mojawapo ya kitu wanachosemaga, wanasema tena sisi tuna
Umeshaisikia hiyo sauti, hiyo kauli. Lakini wanaamini kwamba wewe uliyeokoka, uliye kwenye wokovu, uliyetubu, unaamini katika Yesu. Na ngoja nikupe tofauti ya kuamini kwamba na kuamini katika Kristo. Kwa mfano, kuamini kwamba mtu yupo sio sawa na kuamini katika huyo mtu. Naomba tena nirudie ule mfano. Wangapi wanaamini kwamba aliyesimama mbele, anayeongea, aliyeshika maiki na amevaa shati jeusi ni Ambwene? Wanyosha mikono. Kuna wengine hata hawajanyoosha. Jamani, mimi sio msukule. Wanaoamini kwamba niliyesimama ni mwenyewe kabisa, ni mimi, wapunge mkono. Si unaona, wote tunaamini kwamba. Unajua kwa nini umeamini kwamba? Kwa sababu unaniona niliyepo hapo mbele ni mimi, na unanijua, unaijua na sauti yangu, unajua kabisa nipo. Kwa hiyo hapo, hiyo imani uliyonyoosha mikono inaitwa kuamini kwamba. Lakini naomba niulize swali la pili. Wangapi mnaniamini? Mnaoniamini mnyoshe mikono. Si unaona wako watatu. Umeiona tofauti sasa? Kuamini kwamba, kila mtu anaweza kuamini kwamba, lakini kumwamini mtu ni kitu kingine. Kwa nini hamniamini? Kila mmoja atasema sababu yake kwa nini haamini, na nitakueleza vizuri ili tuweze kuelewa somo letu hapa. Kwa mfano, wote mmeinua mikono kwamba mnaamini nipo, lakini ni wachache hapa nikiwaambia nina shida ya milioni 5 sasa hivi, naomba unipe, nitakurudishia mwezi wa 7 mwakani. Atakayetoa ile fedha kunipa, atakayekuwa tayari kuteki hiyo risk, kuhatarisha hela yake kunipa, huyo ananiamini. Si unanielewa ninachosema? Sasa naomba uigeuze kwa Yesu, alafu utajipima mwenyewe, unamwamini Yesu kwamba au naamini katika Yesu. Kuamini katika Yesu ni kuwa tayari kuhatarisha heshima yako, nafasi yako, fedha yako, muda wako, nguvu zako, kumpa Yesu kwa ajili ya jambo fulani unaloamini. Yaani uwe tayari kufanya kitu kuonyesha unamwamini huyo Yesu. Ndio kuamini katika Yesu, na ndicho ninachofundisha. Kwa hiyo makini sana na hili neno katika. Si umenielewa mpaka hapa? Kwa hiyo huwezi kujua kwamba mtu anakuamini mpaka huyo mtu awe tayari kufanya kitu kinachoonyesha kwamba anatumaini ya kwamba hatari aliyojihatarisha hautamsaliti. Mpaka hapo ukitafakari vizuri, unaweza ukajijua wewe unamwamini Yesu au humwamini Yesu. Watu wa Mungu, leo mmekuwa wapole sana. Bwana asifiwe. Tuko pamoja kweli? Haya, sasa tunaposema kuamini, wenzetu wale walikuwa wakiamini katika Yesu. Ndio maana unaanza kuelewa kwa nini walijitoa 100% kwenye wokovu wao, kwa sababu hawakuamini kwamba Yesu amefufuka, waliamini katika Yesu. Kwa lugha nyingine, walimwamini Yesu ya kwamba hata wakipita kwenye bonde la uvuli wa mauti atawaokoa. Walimwamini Yesu hata wakiwekewa panga shingoni, bado Yesu ni Bwana. Alichowaambia ya kwamba hata wakifa watakuwa na uzima wa milele, waliamini. Waliamini hata wasipokuwa na maisha mazuri, kwa kuwa yeye yupo, hawataachwa wala hawatapungukiwa, atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo ungeweza kuwaona wana furaha katikati ya msiba, wana amani katikati ya majonzi, wana ujasiri katikati ya vitisho, na wanaweza kusonga mbele na kuingia popote ambapo wengine hawaingii, kwa sababu wanaamini katika Yesu aliyeshinda kifo na mauti na yuko hai mpaka milele. Na hiyo ndiyo imani. Sasa nisikilize vizuri. Kuamini katika Yesu sio swala la hisia, ni swala la uhalisia kabisa. Na ili tujue sasa hapa ngoja niseme, ili tujue unaamini lazima upimwe. Naomba wote tuseme upimwe.
upimwe. Yaani hata Yesu mbinguni akituangalia hapa anapima, kuna mambo anayopima, na huwa ana mambo matano ambayo yakionekana haya ndio kipimo cha kujua huyu anamwamini Yesu, na nitayasema yote. Jambo la kwanza ni kipimo cha historia. Kipimo cha kwanza ni kipimo cha historia, au naweza andika kipimo cha kwanza cha imani ni historia ya unayemwamini. Hebu wote tuseme historia ya unayemwamini. Hicho ndicho kinachofanya mtu aaminike. Nitarudisha mfano wangu tena unielewe. Mimi nikienda kwa Mama Ngonyani kuomba ile 5,000,000, kwamba una 5,000,000 ya karibu hapo, si ndio lugha zetu? Kia una 10,000 ya karibu unipe, nitakurudishia mwakani. Ukiona ameniamini, kigezo cha kwanza atakachokitumia ni historia yangu. Hivi kuna mtu ananielewa nini ninachosema? Yaani ndani ya sekunde moja ata process information alizonazo kwenye historia yangu, kukumbuka tangu nimemfahamu Ambwene nimewahi kusikia popote amechukua cha mtu hajarudisha. Yaani hiyo sekunde hiyo anajaribu kurudi nyuma na kunikagua mimi, kujua ana uwezo wa kuniamini anipe hela yake na nitarudisha. Kwa hiyo atarudi tu kwenye historia. Akiona apati hapo, anaweza kawaambia tuwasiliane baadaye. Ukiona umeenda kukopa, mtu amemwambia uwasiliane baadaye, anaenda kupekua faili. Ataenda kutafuta rafiki zako kwamba unamuonaje huyu, anarudishaga. Kwa hiyo atauliza, atapeleleza kwa watu wa karibu, kwa sababu hayuko tayari kuhatarisha 5,000,000 yake kwa mtu asiyeaminika. Kwa hiyo imani lazima ianze na historia. Naomba unisikilize, kwa sababu moja ya kitu kinatufanya tusielewe imani ni Waebrania 11 mstari wa kwanza. Ukimuuliza yote aliyeokoka imani ni nini, atakwambia imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Of course mimi nikikugeuzia pale, anachokisema pale, imani ni historia. Ngoja tuichakate kidogo. Imani ni kuwa na hakika. Yaani Mama Ngonyani ili anipe hela lazima ajiridhishe kwanza, awe na hakika ya kutarajia fedha yake mwakani itafanyaje, itarudi. Pamoja na kwamba hako ka distance ka kutoka ananipa mpaka kurudisha ni mambo yasiyoonekana. Umenipata hapo? Umenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo ili sasa apate uhakika hatuanziagi hapa kwenda mbele, uhakika tunarudigi nyuma kukagua historia ya mtu anayetaka kumpa 5,000,000 atarudisha. Kwa hiyo ili upate huo uhakika, kwa sababu hujui atarudisha au atarudisha, unabidi urudi kwenye historia. Kwa hiyo imani ni historia. Mwambie jirani yako, imani ni historia. Haya, ngoja nikufafanulie vizuri uelewe vizuri. Na kama imani ni historia, maana yake kumbe imani sio hisia, inabebwa na ukweli. Mungu saidia watu wako wanielewe. Kama imani ni historia, maana yake imejikita kwenye ukweli na sio kwenye hisia. Akinipa kwa kuhisi kwamba alivyokuja kwa kweli kuomba hela aliweka mikono nyuma, kwa hiyo nahisi atarudisha, huyu ameliwa hela yake. Ndio maana watu wengi wana vilio vingi, kwa sababu walitazama sura. Wengine tuna sura zetu kama tunalia, kumbe ndio tumesmile. Kwa hiyo unaweza kaihurumia sura ukasema kwa ile sura ninavyomuona atalipa tu. Jamani, tujifunze hata kwa mabenki. Kwani unafikiri kwa nini wanatoa mkopo kwa mtu? Wanaamua, wanataka kuhakikisha hela yetu hii lazima irudi. Huyu tunayempa ana uhakika kiasi gani? Kwa hiyo wanachokifanya pale, kumpa mtu kitu chako ni tendo la imani, lakini lazima lijengwe kwenye uhakika wa historia yake. Ndio maana watakagua, watakupeleleza, watakuzungusha na wewe huku naomba Mungu na wapiga upofu na waharakisha, watu wanachunguza historia. Kwa hiyo ukitaka mikopo, wewe tengeneza vizuri kuaminika, na sio kwanza maombi na vikaratasi umeleta hapa, mkopo nipate mkopo. Utachelewa sana, kwa sababu imani ni historia. Mbona hapo mmekasirika?
Kwa hiyo sio hisia, ni ukweli. Imani halisi yenyewe ya Biblia huwa haitegemei hisia, bali ukweli uliotokea. Hisia zina tabia mbaya sana, huwa zinabadilika. Wangapi mmewahi kufanya jambo kwa hisia alafu baadaye mkagundua zimewadanganya, mkabadilisha gia angani? Na naomba niwaambie, tuko kwenye dunia mbaya sana ambayo ni kama kuna watu wametuprogram tunafanya maamuzi mengi sana kwa hisia. Ndio maana hata humu kanisani hadi maombi tunafanya kwa hisia, tunajisisimua. Hisia na maombi havijawahi kuwa na uhusiano wowote. Juzi nilikuwa nawaambia watu wanaosemaga eti kwa kweli leo ibada ilipoa, hakukuwa na upako. Si tunasikiaga hivi? Leo hakukuwa na wingu. Huwa naulizaga, mnapimaga kwa kipimo gani? Utakuja kugundua wanaongea hisia. Swala la wingu halihusiani kabisa na unavyojisikia wewe. Mungu yupo hapa, whether unajisikia haujisikii. Ngoja labda nitoe mfano hivi. Wangapi wameajiriwa, wanafanya kazi, wanaendaga kila siku kazini asubuhi? Nyosha mkono. Wale mnaoendaga kazini, zile kazi za kuajiriwa ambazo kuna bosi, nyosha mkono. Kwamba hapa hatuna wafanyakazi. Sasa niwaulize wafanyakazi ili uweze kuelewa tofauti ya hisia na ukweli. Ukiajiriwa Mama Ngonyani, si unatakiwa kila Jumatatu asubuhi uamke mpaka Ijumaa uende kazini? Hakuna siku umeamka asubuhi hujisikii kwenda kazini. Tena utakuta ni nyingi sana. Hakuna siku hadi mvua na baridi na ikakubembeleza ukatamani hata uandike message kwamba naumwa, wakati hata kuumwa ufanyaje? Huumwa. Ukweli ni kwamba hujisikii kwenda wapi? Kazini. Lakini hizo hisia za kuto kujisikia huwa zinakuzuia kwenda kazini. Kwa nini sasa unaenda? Kwa sababu umeshajua kazi hatufanyi kwa hisia. Niwe najisikia ama sijisikii, kazi ni wajibu, ni ukweli ambao unatakiwa kuutekeleza. Kwa hiyo unaumwa, huumwi, unajisikia, hujisikii, wewe lazima ukatimize wajibu wako. Ndivyo imani ilivyo. Imani sio kusema leo nasikia imani. Unasikiaje imani? Imani ni kitu halisi cha ukweli kinachojengwa kwenye historia ya ukweli. Haya, ngoja nifafanue zaidi ili nibomoe mawazo ya watu ambao imani kwao ni misisimko. Hisia huwa zinabadilika. Zinaweza Jumapili zikawa nyingi, Jumatatu zikawa hazipo. Wana nachekaga wale wanaolalamikaga kwenye mahusiano. Mimi nilishtukiaga kitu kwenye ndoa, kile kiapo kile. Sijui kama mnakitafakari. Nilipoona mchumba ambaye nimekuwa naye muda wote, niko Mbeya hapa, tumeanza uchumba tumeenda mtaani, tumekaa miaka 2, alafu ndio tumefika siku yetu ya kufunga ndoa. Kuna mibaba ikasimama akiwemo mchungaji, inataka tuwape. Kwa nini tu wasiseme nendeni? Sema hiki kiapo. Ndio nikagundua kumbe hata ndoa inabadilika baada ya hapo. Kwa sababu gani? Tunahama kwenye maisha ya upendo wa hisia, tunaingia kwenye uhalisia. Ndio maana Jaki yule akiamka asubuhi, hata kama hajisikii kupika, ataamka kwenda kufanyaje? Kupika. Lakini unajua kwenye uchumba anaweza akakwambia tu leo sijisikii. Utamfanya nini? Ile kwamba umeapa, umeingia kwenye uhalisia. Ndio maana hata simu, mimi nilikujaga kushtuka, niliwahi kumsindikiza yule binti nikagundua okay, kumbe maisha ya uchumba ni ya uongo sana. Nimeenda kwanza, nimfuata kazini kwao, nikamrudi kazini kwake, nikamrudisha nyumbani. Nikasubiri mpaka msosi nikala. Wakati wa kuondoka, babangu akasema msindikize mwenzio getini, akafungua geti, alafu go getini akasema nikutoe mpaka pale. Kumbuka nina gari, kaingia kwenye gari. Sisi hao. Tumefika nikamwambia hapa sawa, ni hapa. Sasa utamwachaje? Inabidi urudishe gari. Naona uchumba ulivyo wa uongo. Alafu umerudisha gari, story zimenoga tena mnaiondoa. Baadaye tukaona hapa tutazungushana mpaka kesho. Na baada ya kuagana inapigwa simu, umeingia ndani? Ndio. Mpaka mtu anaenda, umefika wapi? Ndio niko hapa. Mpaka nimefika nyumbani ndio nafungua gate. Unaripoti kila kitu, hata ukiona nguzo ya umeme, nimekuta nguzo ya umeme.
inawaka moto. Unaingia mpaka ndani, unalala, mnaongea mpaka mnashtuka saa 11, wewe utachelewa kazini. Haina shida na mudu. Sasa tumeingia kwenye ndoa. Simu zaidi. Ni simu zinazouliza uhalisia, haziulizi tena hisia. Umekula, chakula nimeacha hapo. Na mimi yani ni mkato. Lakini sasa hivi ndio tunaongea ukweli sasa. Kwa sababu ndio uhalisia. Na imani iko hivyo. Bahati mbaya tuliookoka, imani tumeichukua ni hisia zaidi. Mungu atusaidie sana. Utanielewa tu, twende mbele kidogo. Na watu wengi wanaamini katika imani. Na ndio shida yetu. Yaani tunaamini katika imani. Ngoja nitakwambia kuamini katika imani. Kuamini katika imani ndiko kunako tuponza. Kwa sababu imani sio kuamini na kutamka na kudai na kusema ninaamini, hiki ni changu. Imani yetu haiko katika hisia hizo. Hatuamini katika kuwa na imani. Na hapa naomba nikosoe hata maombi yetu tunavyofanya. Hivi kweli wewe huna kazi? Alafu sijui nisemeje. Yaani huna kazi, huna hela, huna connection yoyote. Alafu umekuja tunaomba maombi Mungu atuinue kiuchumi. Unaanza kusema nadai nyumba yangu gorofa. Si ndio? Naliita gorofa. Ewe gorofa, njoo gorofa, gari, sijui nini. Jamani, sisi sio wenda wazimu, unajua. Tumeokoka, tuna akili timamu. Huko ni kuamini katika imani. Yaani unaamini katika kitu ambacho in reality hakipo. Kumbuka niko kipengele cha historia. Na wengine tumekariri kale kama maneno, ukitamka unaumba. Nafikiri tuna haja ya kuelewa Biblia inamaanisha nini. Naomba nikuulize, tangu uanze kutamka na kuumba mwenzangu, umeumba vingapi? Kwa sababu nazo biashara nyingine ni za hasara. Kwa sababu umeumba mwaka wa 10 unaumba. Ndio hali inazidi kuwa mbaya. Kumbe imani tukielewa vizuri, nikitamka kwamba nataka gorofa, nikinyanyuka baada ya kutamka naenda kujichanganya kabwe pale, kama ni winga nitapiga winga kutafuta hela. Ninaongozwa na kuamini Mungu atanifanikisha kwenye ninachofanya. Mpaka hela nitakapoipata ndipo gorofa litatokea. Lakini kudai, wapendwa, naomba niwaambie, mnadai kitu ambacho hamtakuja kupata. Mungu sio mwenda wazimu kiasi hicho. Nadai, naita, njoo. Yesu, tunaamini nini kutoka kwake? Paulo alikati anahubiri wa Korinto wa kwanza sura ya 15. Naomba nikuonyeshe msingi wa imani yetu ambao unapaswa kujua. Wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 3, alafu andika pia mstari wa 12 hadi wa 23. Na hii mstari itabidi tu niisome. Mtu wa nani tusaidie kidogo, naona nikisomea hapo inakuwa rahisi zaidi. Wa Korinto wa kwanza 15 mstari wa kwanza hadi wa 3. Uone maneno Paulo anayowasisitiza wa Korinto kwa kuwaonyesha fact. Yaani ukweli, maana yake ni fact kabisa za imani. Anasema hivi: basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Naomba wote useme katika hiyo unasimama. Alafu unaona anachosema kingine, na kwa hiyo mnafanyaje? Mnaokolewa. Ikiwa kuna condition hapo, mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Endelea mbele. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa, hizo ndio fact 3 sasa. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Fact namba 1. Kwa hiyo kumbe imani yetu kinachotufanya tumwamini Yesu kwa sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sijui kuna mtu ananielewa. Unakumbuka mfano niliosema nikienda kukopa kwa mama Ngonyani atafuatilia historia. Yesu hivi, kwa mfano, mtu aliyekufa kwa ajili yako, unamwamini umwamini? Sasa ndicho Paulo anachosema, nyinyi wa Kristo wote, kinachofanya muitwe wa Kristo, fact namba 1, mnamwamini kwamba huyu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu hawezi kuniacha nilale njaa. Nimeanza kukuelewesha kitu.
huyu aliyekufa kwa ajili ya dhambi, yani gharama kubwa, tukio kubwa alilolifanya ni kutoa uhai. Kuna kitu chenye gharama kuliko uhai duniani hapa? Uhai wa mtu ndio kitu chenye bei kubwa. Sasa Yesu alilipa bei kubwa kuliko bei zote ili sisi tuwe salama, na kwa sababu tunaamini kwenye hilo tukio, ndipo wokovu wetu unapoanzia. Kama alikufa, maana yake kumbe aka kafigo kangu kanakosumbua ni cha mtoto sana kwa Yesu. Unaiona imani inavyoanza sasa kujengeka? Kama Yesu ulikufa, unashindwaje kunifanya figo yangu ipone? Kama Yesu ulikufa, unashindwaje kunipa kazi? Kama Yesu ulikufa, unashindwaje kunipa ndoa? Kama Yesu ulikufa, unashindwaje kuniinua? Kwa sababu ulifanya kikubwa sana, hiki kidogo sana akiwezi kikakushinda. Na hiyo ndio imani inapoanzia, lakini lazima ianze na ukweli, uwe na uhakika alikufa kwa ajili yako. Fakti namba 2 anasema, endelea mbele kidogo, na ya kuwa alizikwa. Naomba niseme kidogo hapa alizikwa. Unajua kwa nini anasema alizikwa? Anamaanisha alizikwa ili wewe pia siku ukifa uzikwe kwa matumaini. Hujanielewa bado. Najua kufa hapo hatupendi. Yaani kwa nini alizikwa? Anasema alizikwa, alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, alafu akazikwa ili mimi nikizikwa nisizikwe kama mtu asiye na matumaini, nazikwa kama mtu mwenye matumaini ya siku moja kuinuka tena. Ndicho anachomaanisha. Na jambo la 3, na ya kuwa alifufuka siku ya 3 kama yanavyo maandiko. Endelea. Na ya kuwa alimtokea Kefa. Okay, hapo sitaki kwa Kefa. Luka tena, nenda mstari wa 12. Uone Paulo anachosema kuhusu msingi wa imani yetu ya Kikristo. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Of course kwa Korinto waliingia shida moja, walipoteza matumaini ya uzima wa milele. Wakaingia watu waovu, wakaanza kufundisha kwamba Yesu hakufufuka na hakuna kiama ya wafu. Na hapo ndipo anapowarudisha kwenye msingi wa imani yao kwamba alikufa, alizikwa na akafufuka. Alafu anaendelea sema, lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Endelea. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Unajua anachozungumza? Sisi mitume ndio tulioshuhudia Yesu alifufuka, na kama hakufufuka basi tulikuwa waongo na tumshuhudia Mungu uongo. Anasema maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Endelea. Maana kama ulirudi nyuma. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Endelea. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Endelea. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Twende kasi kidogo. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Wangapi wamemuelewa Paulo anachosema? Anasema hivi, sisi imani yetu imejengwa kwenye tukio lililotokea la mtu mwenye haki aliyekufa kwa ajili yetu, ili sisi wenye dhambi tusihesabiwe dhambi, tusamehewe. Lakini alizikwa na akafufuka ili hata tukizikwa, tuzikwe kwa matumaini ya kwamba siku moja tutafufuka. Na ndicho kilichotufanya tuokoke. Hivi unajua ndio sababu imetufanya tuokoke. Sisi wote tuliookoka tunataka kuishi, tunaogopa kufa. Kwa hiyo hapa nimekaa na kundi la waoga wenzangu ambao tunataka kuishi tena, na ambao tunatamani kuona ndugu zetu waliolala katika Kristo wasiwe wamepotea, wapo tena. Imagine hizi habari ziwe za uongo, sisi tutakuwa maskini kuliko watu wote. Ndicho Paulo anachosema, tutakuwa watu tusio na matumaini kuliko watu wote, kwa sababu maana yake imani yetu sisi tulioamini ni bure. Lakini
haiwezi kawa bure, kwa sababu anasema sisi akina Paulo na mitume tulishuhudia kabisa amefufuka, yuko hai, na yeye ni limbuko kuonyesha sisi tutafuata baadaye, atakapokuja tutaishi tena. Na ndio imani ya Ukristo inaanzia hapa, na ndio msingi wa imani uko hapa. Kwa hiyo ukiona tunamwambia mtu muamini Yesu, tunachotakiwa kuhubiri sisi ni kifo chake, maziko yake na kufufuka kwake. Sometimes tuna complicate injili, lakini hiyo ndio injili, kumwambia mtu muamini Yesu kwa sababu alikufa kwa ajili yako ili uwe na uzima wa milele. Unajua mwanadamu hitaji letu sisi tunataka kuishi. Yaani wewe unaweza ukajidanganya tu, hivi vingine vyote ni visingizio, lakini ukweli hitaji namba moja la mwanadamu ni maisha. Anataka kuishi. Na ndio maana lazima urudi kwenye hizo historia. Naomba niruhusu nisogee mbele kidogo. Na kwa sababu huo ndio ukweli, ndio fact. Kwa hiyo imani sisi ni historia ya kweli na ni ya kipekee. Na upekee wa imani ya Mkristo unaletwa na Kristo mwenyewe. Ndio maana hatuamini jumla jumla tu. Unajua Mkristo ndio peke yake duniani Mungu wake anamuita Baba. Hakuna imani yoyote wala dini yoyote yenye Mungu anaitwa Baba isipokuwa ni wewe Mkristo. Na unajua kwa nini ni Baba? Kwa sababu amekuwa mwema kwako, na amekupa na Kristo ambaye amekufa kwa ajili yako, na hicho ndicho cha kushika, hicho ndicho cha kutupeleka mbinguni, na hapo ndipo msingi wetu upo, na hicho ndio kipimo cha Ukristo wetu. Muulize tena jirani yako, ndicho ulichokuwa unaamini? Shida huwa ni vile hatujibizani. Ndicho ulichokuwa unaamini? Unaposema namwamini Yesu, ndicho ulichokuwa unaamini? Kwa naomba nikutie moyo, imani katika Kristo, tunaamini kwamba kama alikufa kwa ajili yangu, hakuna kitakachonishinda, hakuna kitakachonitisha, hakuna kitakachonipoteza, kwa sababu alikufa kwa ajili yangu. Kuna andiko nalipenda, nasema ikiwa Mungu hakumzuilia mwanawe pekee anayempenda, hawezi na sisi kutuaibisha, kwa sababu kama alilipa gharama kubwa, hivi vingine vyote vinakuwa vidogo automatically. Na hiyo ndio imani unatakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo kama kuna jambo linakutia hofu, wewe sema tu, kwa kuwa ulikufa kwa ajili yangu mimi nimepona, kwa kuwa ulikufa kwa ajili yangu mimi ni mzima, kwa kuwa ulikufa kwa ajili yangu. Ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Huo ndio msingi. Ukijengwa nje ya huo msingi, hutokuja kupata matokeo, kwa sababu utakuwa unaamini hisia zako tu, zinachokuletea ndicho utaenda nacho hicho. Na Mungu atusaidie sana kwenye hili eneo. Sasa tofauti ya sisi wa Kristo na mapepo ndio inaanziaga hapa. Naomba niwaulize swali, mapepo huwa hayaamini kwamba Yesu alikufa? Hayaamini Yesu alizikwa? Hayaamini Yesu alifufuka? Na ukute mengine hadi yametushinda, kwa sababu utakuta msingi wetu wa kuamini uko nje. Sasa tofauti ipi inayotofautisha? Tunaenda kwenye kipimo cha pili. Kipimo cha kwanza ilikuwa historia, kipimo cha pili ni kipimo cha, sijui nikuwekeje, kipimo cha mahusiano. Tunajuaje kwamba unamwamini Yesu? Kipimo, hata yeye ili ajue umemwamini, kipimo anachotumia ni mahusiano yako wewe na yeye. Na haya mahusiano ndio yanayotutofautisha sasa na mashetani, ndio yanayotofautisha na dini nyingine zinazoamini kwamba sisi tunaamini katika yeye. Na mtu yeyote mwenye mahusiano, maana yake tunaamini kwamba tunaweza tukamtumaini Yesu kwenye maisha yetu, na tunaweza kumtii Yesu kwenye maisha yetu. Na tutakuwa sio tu kumtumaini na kumtii, tuko tayari kuhatarisha maisha yetu au kitu chetu au muda wetu kwa ajili yake. Ukifanya tu hilo tendo, ni tendo la kuonyesha mahusiano. Ndio maana huko mpaka sasa hivi yawezekana umeahirisha, hata ukasema ngoja nitaenda kupika baadaye nimalizie ya kaka kipengele. Hayo kilichokufanya umekaa hapo ni mahusiano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mahusiano. Na hii ndio tofauti ya shetani na muamini. Shetani yeye anaamini imani hii ya historia. Anaamini Yesu alikufa, alizikwa, akafufuka. Na imagine ukikutana na shetani akakusimulia alikuwepo, wewe ulisikia
yeye alikuwepo. Kwa hiyo yani shetani anajua vizuri sana, anaamini vizuri sana hilo tukio, analijua vizuri sana. Anaweza kukusimulia kila hatua ya Yesu kufa, kuzikwa na kufufuka, lakini hawezi kuwa muamini. Kinachokufanya wewe na shetani muwe tofauti, wewe una mahusiano na huyo aliyefanya hilo tukio. Na hapa huwa napapenda sana. Mwambie jirani yako, wewe una mahusiano. Kwa hiyo wewe unaweza ukazungumza na Yesu muda wowote. Unajua ukiwa na mahusiano na mtu uko free kuongea naye kwa njia ya maombi. Ndio maana kwa njia ya maombi tunaweza tukaliitia jina lake, na kila aliitia jina la Bwana anaokolewa. Kwa sababu gani? Mahusiano. Na naomba nikwambie, nguvu ya Yesu kujibu maombi iko kwenye mahusiano. Ndio yanayofanya maombi yetu yajibiwe. Kuita, kila mtu anaweza kaita, issue iko kwenye mahusiano. Je, unapomuita anakujua na wewe unamjua? Kwa hiyo kuna namna mbili ambayo tunaweza tukawasiliana naye, tunaweza tukazungumza naye. Namna ya kwanza kwa njia ya maombi. Namna ya pili ni kwa kuwaambia watu wengine habari zake. Ndio maana tunatoka kuhubiri wengine. Singeweza kutosha tu nimeokoka na relax. Lakini kwa nini tunatoka kuwaambia wengine? Tunataka na wao waingie kwenye mahusiano baada ya sisi kuwa tumeonja uzuri wake na raha yake na thamani ya mahusiano tulionayo na yeye. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana Yakobo anasema wewe waamini Mungu yupo, wafanya vema, lakini na mashetani nayo. Na yeye Yakobo sijui kwa nini alitulinganisha na mashetani. Na shetani nayo yanaamini, tena yenyewe yamekuzidi, yanaamini, yanatetemeka. Wewe umewahi kuamini Yesu mpaka ukatetemeka wewe? Si unasema tunamwamini ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nampenda Yesu, haleluya. Napendaga utambulisho wa TAG. Bwana asifiwe. Naita Jenifa Mwasangupiri, nimetokea Tukuyu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, natoka kwa mchungaji Tambikeni. Issue sio kusema tu, issue ni kuwa na mahusiano. Bwana asifiwe. Na una mahusiano na mtu anayeaminika. Hiyo ndio habari njema. Siku moja nilikuwa garage, alafu nikawakuta wanaoosha magari wenzangu wanabishana kuhusu imani. Mmoja anasema mtume ndio mwenyewe, mwingine anasema hapana, Yesu ndio mwenyewe. Alafu nikiwasikiliza naona kama yani hawana hoja. Nikawauliza, hivi unamwaminije? Yani kinachokufanya umwamini mtume ni nini? Na kinachokufanya umwamini Yesu ni nini? Kwa sababu kama tuna akili timamu, lazima tuwe na sababu inayotufanya tunamwamini. Hivi namwamini Yesu kwa lipi? Na nimwamini mtume yule kwa lipi? Je, wakija kufanya kampeni wakapanga mstari, watatupa ofa gani? Mimi ninavyojua Yesu ofa yake ni moja. Alisema kila aniaminie atakuwa na uzima. Kila aniaminie hata akifa ataishi tena. Na mimi shida yangu nataka uzima wa milele. Alafu akuishia tu kusema yeye akafa, alafu akasema nakufa kwa ajili yangu. Alafu kuna moja ya neno alisema hakuna mtu anayeweza kuutoa uhai wangu ila mimi nautoa mwenyewe. Alafu nautoa mwenyewe. Alafu alipokufa, kabla ya yeye, kaburi ndio lilikuwa mbabe namba moja, ambaye kila aliyeingia kaburini hakuna aliyeachwa huko, aliyetoka kaburini. Hata waliotoka walirudi tena. Si mnakakumbuka kale ka jamaa kalifufuka wakati wa Elisha? Baada ya miaka, kwa taarifa yako, kalikufa tena. Mnamkumbuka Lazaro? Pamoja na muujiza wa kuoza siku 4, alipotoka hivi baada ya muda, Lazaro alifanyaje? Alikufa tena. Na shuhuda zote ulizosikia, hata wale Yesu asema mtafufua wafu, kwani waliowahi kufufuka wako leo? Walikufa tena. Unajua dunia imebaki na mtu mmoja tu aliyeishi duniani, akala kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, alafu akafa. Siku ya 3 akafufuka, alafu yuko hai mpaka leo, hajafa. Si unaelewa? Hivi wakifanya kampeni hawa, alafu nikaangalie mtume, je, tunamkagua mtume. Mtume, ulichotuahidi ni cha kweli? Akasema kweli, mimi nitawaelekeza njia ya Mwenyezi. Sisi shida yetu unajua ni uzima. Usitufanyie masiala kwenye uhai wetu. Sisi tunataka uzima wa nini? Wa milele. Usituambie utatufanyia njia sijui. Tunataka tukuamini. Hivi utamwamini nani aliyesema mimi niko hai, mimi anayeniamini ataishi milele, alafu yeye mwenyewe amekufa, amefufuka, yuko hai na hajafa mpaka leo, alafu anakuahidi uzima wa milele? Unamwamini nani?
Wanadamu sometimes nasemaga sijui ni mashetani tu au hatunaga akili timamu. Kama nataka uzima wa milele, sihitaji hata kuharibu kura yangu. Yaani huyo ndio wa kumwambia mitano tena. Kwa sababu gani? Anaaminika, amefufuka, yuko hai. Na ishara ya kujua yuko hai ni nini? Unajua hakuna ishara kubwa kama ya wavuta bangi wanaomwamini wanabadilika eti wanakuwa wahubiri. Hivi kuna muujiza mkubwa kama huo? Waliokuwa wanajiuza waliposema tu tunamwamini huyu, wakabadilika mpaka jamii nzima inashangaa, inasema ni huyu tunayemjua aliyekuwa na tabia mbaya, usiku halali, amebadilika, eti ameshika Biblia na gauni lake kubwa, amekuja kanisani anamsifu Mungu. Huo si ni muujiza mkubwa? Wavuta sigara, vibaka, hadi wachawi wanabadilika, wanaacha uchawi, kuonyesha yuko hai kumbe, na anawapa nguvu ya kushinda vitu ambavyo mtu wa kawaida asingeweza kushinda. Kwa nini asiaminike? Huo ni muujiza namba moja. Lakini huyu ndiye ambaye tukiliitia jina lake hali ya hewa inabadilika. Nilikuwa nawaambia watu, wasema msisubiri muujiza mkubwa. Mkitaka muujiza, ukitaka kujua una nguvu za Mungu, panda daladala. Panda tu daladala ile watu wametulia, wewe simama tu sema Yesu. Kuanzia dereva mpaka mtu wa mwisho lazima watasheki. Kwa sababu ni jina ambalo likiitwa hapawezi pakabaki kama palivyokuwa. Ni jina la tofauti. Kwa sababu ni mtu wa tofauti, yuko hai, anaishi. Ndio maana uwepo wa jina lake ukitajwa, huyu mtu anakuwa hai. Na ndio maana tuna mahusiano naye, kwa sababu anaaminika. Makaburi ya watu mengine yote walio wengi, akina Buddha, akina Confucius, wamekufa, wamezikwa, hawapo. Lakini yeye anadumu, anaaminiwa na anaishi milele. Ndiye anayetusaidia. Tukiliitia jina lake tunaokolewa. Si ndio imani yetu? Ndio maana tunahitaji kuwa na mahusiano naye. Ngoja nikwambie nguvu ya jina ya mtu la mtu anayeishi. Mimi nilivyoenda Dar es Salaam, sijui kama mzee nimewahi kukusimulia. Niliondoka na basi, walitafuta basi la bei rahisi, kipindi hicho nauli 8,000. Pandia Tukuyu hapo mpaka Dar. Tulipofika Mikumi, gari bovu, halina taa. Linasubiri lori limulike likitoka nyuma, ndio dereva anaongeza mwendo. Niliingia Dar es Salaam saa 8 usiku. Ni Ambwene yule, sijabadilika yule. Alafu mvua inanyesha Dar es Salaam, nikasikia tangazo Ubungo pale. Mtu anayeitwa Ambwene Mwasongwe aje jengo la utawala. Mwenyeji wake anamsubiri. Sasa mimi nimetoka Tukuyu, nimezoea maeneo, hata najua huku kaskazini kusini kwa kuangalia milima. Dar es Salaam unajua huoni umbali mrefu, yani unaona tu tambarare. Nikalia. Nikasema hili jamaa katili. Kumbe mimi nafikiri nawaza, kumbe nalia naongea. Hili jamaa katili limekuja kunipokea. Alafu ninasema jengo la utawala. Mimi jengo la utawala nitalijulia wapi? Ndio nimekanyaga Dar afu usiku saa 6. Kuna jamaa mmoja alikuwa pembeni yangu, akaona mizigo imeandikwa Ambwene Mwasongwe. Nimebeba furushi la parachichi limeandikwa Ambwene Mwasongwe, ndizi Ambwene Mwasongwe. Kwa hiyo aliposoma jina akaja kwenye mizigo yangu, akaweka kwenye toroli, akamwambia wewe nifuate. Nikamkunja eti na mimi nampiga mkwara. Nikamwambia nimwambia nyie ndio wezi. Ukisubutu kuiba maparachichi yangu takunyoosha. Sasa jamaa akaniangalia akacheka, akaniambia hata nguvu za kunipiga unazo, acha ujinga, twende nikupeleke jengo la utawala. Kwa hiyo nikapelekwa, ndivyo nilivyopokelewa Dar es Salaam. Lakini wakati jina limetajwa hakuna aliyeshituka. Unajua kwa nini hakuna aliyeshituka? Hakuna nilichowahi kufanya kinachoweza kushtua watu. Lakini sasa hivi nenda pale Ubungo au Magufuli, tangaza, sema hivi Ambwene Mwasongwe popote ulipo. Kila aliyesimama atageuka kumwangalia au nimesimama naye. Unajua kwa nini? Kuna tukio nimeshafanya kwenye nchi ambalo mtu yuko wapi huyo? Yuko wapi? Yuko wapi? Ndivyo inavyotokea uhai wa jina la Yesu, kwa sababu ya uwepo wake. Kuna jambo amefanya. Ndio maana jina lake likitajwa watu wanashtuka. Hawezi kufanana na mtu mwingine yoyote. Na huyo ndio tunayetakiwa kuhusiana naye. Kwa hiyo una mahusiano na mtu wa ajabu sana. Anayeaminika. Hebu sema anayeaminika. Sema tena anayeaminika. Na yuko hai. Hilo ni jambo la baraka sana. Bahati mbaya wa Kristo ni kama tumelichukulia poa. Kipimo cha 3. Naomba niende haraka, nimesema viko 5 namalizia. Kipimo cha 3. Tutajuaje kwamba tunaamini katika Kristo? Ni lazima imani yetu ionekane kwenye maneno. Kwenye maneno. Na huku kwenye maneno nafikiri nimefundisha sana kuhusu maungamo. Warumi 10:9 inasema
Ukiamini moyoni mwako na ukakiri kwa kinywa, utafanyaje? Utaokoka. Hakuna aliyeokoka ambaye hana kielele cha kusema habari za Yesu. Ndio maana ukiokoka, moja ya tukio litakalotokea, yani ukitubu vizuri na ukamwamini Yesu, moja ya kielele kitakachokuja moyoni, utajikuta una dukuduku la kutaka kila mtu mwambie habari za Yesu. Na hapo Mungu ndio atusaidie. Siku hizi inakufa, watu hawashuhudii. Watu hakuna kinachowasukuma. Unajua kwa nini inakufa? Shughuli iko hapa. Umewahi kuangaliwa na mtu machoni hivi ukahisi anaziona dhambi zako hata za mwaka juzi? Utamshuhudia wewe? Lakini ukiwauliza hawa wazee, ukiwauliza kina Mama Limeru, tenzi zao wameokoka, yani hawezi akasafiri na mtu asiseme, yani atatafuta namna tu aseme habari za Yesu, kwa sababu ni kama moto huko ndani, anatamani kushare na watu wengine. Imeenda wapi hiyo? Ndio unaona mahusiano kati yetu na Yesu kuna shida, kwa sababu aliyeamini Yesu na mwenye mahusiano na Yesu atazungumza. Baba ni shahidi. Mimi nilichumbia kipendwa sana. Moja ya agizo mzee alituagiza, sasa wanangu, msiseme. Mahusiano yana nguvu. Msiseme, msiwaambie watu. Hiyo katuambia jioni. Ilipofika saa 6 kesho mchana, habari zimefika hadi Dar es Salaam. Nitatuliaje Bwana akinipa agizo? Yani mchumba huku, yani kuna ile ila shosti, nikwambie kitu, ila usimwambie mtu. Ambwene yule Ambwene ndio mchumba wangu. Na mimi huku na marafiki zangu nasema kuna binti huko. Kwa sababu huwezi ukanyamaza kama mahusiano yamegusa penyewe, utasema tu. Na ndio maana lazima anayekuwa amemwamini Yesu atasema sana kwenye maombi. Ndio moto wa maombi unaanziaga hapo. Hamu na shauku ya kuomba inaanzishiwa hapo. Utajikuta kila saa, kila dakika unatamani kuzungumza na mtu mwenye mahusiano na wewe. Kwa hiyo imani itakuja tu kwenye maneno. Ninajuaje huyu mtu anamwamini Yesu? Anavyoongea. Nitaongea na Yesu na nitaongea na wengine kuhusu Yesu. Nitamkiri mbele za watu wengine. Na hii ni tabia tu ya kawaida inayoonyesha huyu mtu ameamini katika nani? Katika Yesu. Atasema tu, yani atasema. Kwenye uchumba ndio tulikuwa na zile kata wewe. Yani unatengeneza na story hata haipo. Unajua kinachokusababisha useme mahusiano. Yani mahusiano. Kuna mmoja aliwahi kuniambia, kiukweli hakuna mahusiano pasipo mawasiliano. Nikaipendaga sana hiyo sentence. Na ni kweli, si ndio? Hata mzee alinifundishaga, ananiambia, sasa unaoa, unavyosafiri, kila tuta mpigie chumba wako, mwambie sasa nimefika kwenye tuta la Uyole. Ukikata kona hivi, nimefika kule sijui tenki gani lile, pipeline. Ukifika Igurusi, na mzee hiyo unaiwezaga, kwa sababu nakumbuka hata mimi nilikuwa nikisafiri usiku, mzee halali, wewe umefika wapi? Siku moja nilikuwa naenda Dodoma, nimeondoka hapa sijui saa 4 usiku. Saa 9 sijui saa ngapi mzee ananipigia, umefika wapi? Niko peke yangu kona za Mtera kule, hii kona ya Iringa. Nikasema kweli mahusiano yana nguvu. Sasa unakuaje Mkristo ambaye huwezi kuzungumza na Yesu? Eti kabisa unasema, yani mimi maombi ndio tatizo langu. Tatizo lako sio maombi, tatizo lako ni mahusiano. Anayehusiana ataongea, atapiga simu, na akikutana na watu atasimulia habari za watu wengine. Atataka kueleza namna anavyopendwa, namna anavyojaliwa, namna ambavyo anauona uzuri wa mtu anayehusiana naye. Kwa hiyo ndivyo tunavyoweza tukajua huyu mtu ameamini katika Yesu. Amina. Kipimo cha 4. Ngoja niende haraka kidogo, nipe dakika kama 5 ngapi hapa. Kipimo cha 4, nitajuaje huyu mtu anamwamini Yesu? Ni kwa sababu imani lazima ionekane kwenye matendo. Naye yanaitwa matendo ya imani. Anayependa huwa anatenda. Anayeamini, anayependa atatenda tu. Imani inahitaji matendo. Na bahati nzuri tumeshasoma Yakobo sura ya 2, ile mistari yote tuliyosoma pale.
Yakobo anasema imani pasipo matendo imekufa. Hapa naomba nirekebishe kidogo. Unajua huwa watu tunachanganya na alichokisema Paulo kwenye Wagalatia, hatuhesabiwi haki kwa matendo, lakini alikuwa anamaanisha matendo ya sheria. Yaani hatuokoki kwa sababu kuna kitu tumemfanyia Mungu ili ndio atuokoe, kitupe sifa. Hayo yanaitwa matendo ya sheria. Ndio maana kawa nawaambia uhitaji kutailiwa ili uokoke, uhitaji kutunza sabato ili uokoke, uhitaji kufanya hivi ili uokoke. Imani inayotuokoa ni kwa neema. Ile alikuwa anazungumza ni imani nyingine, au niseme ni matendo ya sheria, ndio ambayo Paulo anayakataa kwenye wa Galatia. Huku Yakobo anaposema imani pasipo matendo, matendo anayoyasema Yakobo ni matendo ya imani. Kwa hiyo usichanganye matendo ya sheria na matendo ya imani, ni matendo mawili tofauti. Sasa matendo ya imani ni yapi? Ni kile ninachofanya kwa mtu ninayemwamini. Nisikilize vizuri, tendo la imani ni kile ninachofanya kwa mtu ninayemwamini. Na hapa naomba nikutolee mifano michache afu utanielewa vizuri. Kwa mfano, mimi kesho nikawa naondoka kurudi Dar es Salaam, nitatolea mfano mke wangu huyo anayenijua vizuri. Alafu ghafla tusikie tangazo, tumeingia kwenye ndege, watu wamefunga mikanda, alafu mke wangu yumo na abiria wao, alafu asikie tangazo linasema hivi: ndugu abiria, tunaianza safari yetu kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam na rubani wetu ni Ambwene Mwasongo. Atakachofanya mke wangu kitawaonyesha watu kama ananiamini au haniamini. Kama ananiamini atafunga mkanda, atakaa. Ila nina uhakika atatafuta dirisha pa kutokea. Kwa sababu atakuwa anajua huyu mtu huenda hata gari kuendesha ni tatizo, atarusha ndege huyu. Ndio maana imani, ukiamini pasipo kujua utakuwa mwenda wazimu. Sio, kuna mtu ananielewa? Kuamini usichokijua ni wenda wazimu. Na kwa sababu hiyo, kama Wakristo tuko hivyo, basi sisi ni wenda wazimu kuliko wenda wazimu wote. Lazima tuwe na pointi hii kwamba huyu Yesu ndiye rubani wa hii ndege, tunamwamini atairusha na tutafika Dar es Salaam. Na kwa sababu hiyo tutakaa na tutasinzia. Unajua kwa nini kwa marubani tuna relax? Kwa sababu tunajua wameenda shule, wamesoma, na ukimuona hui na wazo lolote la mashaka, unafunga mkanda, unalaza na kiti, unalala. Akiwa kishoka, au tuseme tu atokee mtu aseme nimejaa roho, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nitarusha ndege. Kumbe watu wanakufa kwa kumwamini mtu wasiyemjua. Ndio maana lazima uwe na mahusiano na Yesu, uwe unamjua unayemwamini. Nampenda Ayubu anaposema namjua ninaye mwamini. Kwa sababu gani? Hicho ndicho kitakufanya utulie. Ndio maana ukipata msiba mgumu, kwa kuwa unamjua unayemwamini, utatulia. Ukipata changamoto ngumu, utasema namjua ninayemwamini, utatulia. Kuna vitu vitakuwa vieleweki, utabaki unamuelewa Yesu tu. Kwani hujawahi kufikishwa kwenye maisha ambayo hauelewi chochote, lakini anayebaki anayeeleweka ni nani? Ni Yesu. Nampenda mtu mmoja, walikuwa kwenye mjadala kuhusu watoto wadogo. Wanabishana, je, watoto wadogo wakifa wataenda mbinguni au hawataenda? Mjadala ulivyokuwa mzito, jamaa mmoja akajibu katika wale wawili, akasema, we jamaa, unamwamini Mungu? Ndio. Unaamini Mungu ni mwema? Ndio. Unaamini Mungu ana hekima? Ndio. Unaamini Mungu ana huruma? Ndio. Unaamini Mungu ukisimama wewe na Mungu, Mungu atatenda mema kuliko wewe? Akasema ndio. Akasema kama mimi naweza kuwahurumia watoto wadogo ambao wakifa ningeamua nifanye maamuzi, ningewaambia waende mbinguni, basi Mungu atafanya vizuri zaidi kuliko mimi. Nikajua huyu mtu anamwamini nani? Mungu. Na unajua anachoamini? Ameuonja wema wa Mungu, anaijua huruma ya Mungu, anajua uaminifu wa Mungu, anajua kama yeye ana huruma, basi Mungu ana huruma mara mabilioni. Si unanielewa ninachosema? Unajua kwa nini watu wa zamani walikuwa wanashinda hata majaribu? Hata wakipita kwenye jambo gumu, walikuwa wanasema Mungu wetu anajua yote, hata ili analijua. Kwa kuwa ameliruhusu,
ana mapenzi na makusudi mema katika hili, na kwa sababu namwamini hata kama sielewi, mimi nitamwamini yeye. Na ndivyo watu wanavyoshinda, wanamjua na wamemexperience kwenye maisha yao. Ngoja tuwe mfano wa pili wa kuamini. Kwa mfano wa pili, kwa kuwa nimetoa ndege, ngoja nani, daktari, wangapi mmeshafanya operation hospitali? Nasikia kwenye operation huwa mnasainigi karatasi. Unajua kile kitendo cha kusaini karatasi, unajua ile ni tendo la nini? La imani, kwamba na kuamini daktari na kukabidhi maisha yangu. Ndio maana na sign, kwa sababu sina mashaka na wewe. Kwa mfano, ndio unataka kusign, alafu kaniona mimi ndio nimevaa manguo yale meupe, alafu nataka kufanyia operation, utasign? Unaanza kuelewa matendo ya imani. Kumbe matendo ya imani ni kile ninachokifanya kwenye changamoto nilionayo, kuhatarisha jambo fulani, huku nikiamini kulihatarisha kwangu silipotezi, ila huyu naye mkabidhi atalifikisha na nitalipata nikiwa salama. Ndio maana tuna sign ile karatasi, si ndio? Kwa mfano, ukiwa na watoto wadogo, huwa si tunasema wanamwamini baba. Mimi kale kajena sisi kanakaaga kwenye ncha ya kochi, alafu kanafanyaga hivi, labda kanaamini baba atafanyaje. Siku kakijiachia, alafu nisipo kakadaka, siku ya pili nikaambia jirushe, hakajirushi ngo. Sasa fikiria mtoto wako, yani kwa mfano, mpaka akafika mahali akasema we baba huaminiki, kwa sababu unatoaga ahadi ya ufanyeje, utimizi. Kwa nini tunamwamini Mungu? Anafanya alichoahidi, anatenda alichokisema, na hajawahi kuchakachua katika neno lake. Ndio maana tunaweza tukajiachia kwake hata kwenye nyakati ambazo tusingetegemea, kwa sababu anaaminika. Na kile kitendo kile cha kuonyesha umemwamini ndiyo imani ya matendo. Ngoja nikupe mfano mzuri zaidi, labda utanielewa, na nafikiri nitamalizia huo. Kuna mtu mmoja alinunua shamba, lakini alinunua siku ya kuliangalia, aliangalia haraka haraka, kanunua, akalipa, alafu akaenda mbali. Baadaye akarudi kuja kulitazama, lakini alikuja usiku. Wakati ana survey ile shamba, kumbe upande mmoja wa shamba kuna maporomoko, alafu kuna maporomoko marefu, alafu kuna mto na mawe kule chini. Yule mtu akatereza wakati analisurvey ile shamba, na wakati anadondoka kwenye yale maporomoko akashikilia tawi, ilikuwa kama kamzizi. Kwa hiyo akashika na mkono mmoja, alafu ni giza, alafu kuna ukungu, akawa anabembea. Hivi mwahi kubembea kwenye tawi mpaka unaogopa kupumua, unahisi utaongeza uzito? Mimi mwahi kunikuta kwenye ndiloro, nienda kuchuma ndiloro, alafu nimebeba, nimefunga ile kanga na chuma, nimekaa kwenye tawi natumbukiza, kumbe ninavyotumbukiza zinaongezeka uzito. Nikasikia tawi ngwa, alafu nikatulia kama nanyolewa hivi. Akili yangu inaniambia nikijitikisa tu nimekwenda, kwa sababu limengokea huku na mimi nimeangalia hivi. Afu ile ajali ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo nikajiongeza kwamba nitageuka kwa kasi nidake tawi kubwa. Sasa ile geuka kwa kasi, unageukaje kwa kasi hata balance sina? Ndio likashuka lile tawi. Ashukuriwe Mungu, chini wakati nasafiri nilipita kwenye mti, kulikuwa na mti wa machungwa. Kwa ile miiba iliniokoa kweli. Kumbe miiba nayo ina kazi yake. Kwa hiyo nikapita pita kunasa kwenye miiba, baadaye nikafika chini. Cha moto nilikiona. Sasa huyu mtu ameshikilia tawi anabembea, akawa anahitaji msaada, alafu akaita, kuna yeyote huko? Kimya. Jamani, kuna mtu? Kimya. Kadri muda unavyozidi kwenda anachoka, na akiangalia chini anajua kabisa ili tawi liking'oka au akiachia ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo akajipinda zaidi, akasema ngoja niongeze sauti, jamani msaada. Alipoita msaada, akasikia sauti, nipo hapa. Akasema we nani? Afu sauti ikasema mimi ni Mungu. Kama we ni Mungu, ndio. Unaweza kuniokoa? Akasema ndio, naweza kukuokoa.
Lakini akampa sharti, akasema naweza kukuokoa ikiwa utaniamini. Alafu akamwambia unamaanisha nini? Kukuamini unamaanisha nini? Nifanyeje ili nionekane na kuamini? Akamwambia achia tawi. Wangapi wanamwamini Mungu? Naomba unyoshe mkono kama uko hapa. Naomba unisikilize mfano. Kwa nini Mungu anamwambia achia tawi? Hicho ndio kitu pekee ambacho Mungu anakitaka ili kujua huyu mtu ananiamini. Sasa nikuulize wewe, ndio wewe unabembea pale umesema msaada, ukaambiwa achia tawi, utaachia? Mbona kama watu wamekataa waachi tawi? Kushikilia tawi ndio kinachotufanya tusione matokeo kwenye imani. Kuna vitu vingi tumevishikilia kama matawi, tunafikiri haya ndio maisha yetu. Kwa hiyo hata Mungu akisema achia tawi, tunaanza maswali ya itakuwaje sasa? Jana nilitoa mfano. Kwa mfano, kuna watu nakuta kabla hata hajaokoka ameingia kwa Yesu, anaishi mjini, anavaa dhambi, anakula dhambi, kazi yenyewe kaipata kwa dhambi, yani kila kitu ni dhambi, 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 dhambi. Sasa ameokoka, kaja kanisani na anatakiwa kuamini katika nani? Yesu, kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Na uko umeshikilia tawi, kuishi unataka, lakini pia unabembea. Umeshikilia katawi ambako hakana uhakika wa kwamba utabembea hapo mpaka lini, kwa sababu hakaaminiki. Alafu umeita msaada, na watu wengi huwa wanamuomba Mungu, Mungu nisaidie, nitoe kwenye hili jambo. Mungu alishakujibu shida yako, unaendelea na maombi ya msaada wakati umeshikilia nini? Tawi. Na leo jiona nakwambia, unaniamini? Achia tawi. Naomba usimame, afu mpiga kinanda, sogea huku mbele. Kama unamwamini, achia nini? Tawi. Na hapo sasa ndio utaona umuhimu wa imani. Uko tayari kuhatarisha maisha yako kuachia tawi ili kumwamini aliyekufa kwa ajili yako? Ndio maana lazima hii historia ya Yesu alichokifanya iwepo moyoni mwako, na ujue hajawahi kumwaibisha mtu, hajawahi kumtupa mtu, hajawahi kumdhalilisha mtu. Naomba nikwambie, hizo ndio sifa za Yesu. Yesu hajawahi kuitwa akapita kama asikii, hajawahi. Huwa napenda mitume, siku Yesu amewaaga kwamba naenda zangu kwa Baba, na kule niendako ninyi hamwezi kuja. Nenda kafuatilia ile discussion kwenye Injili ya Yohana sura ya 13 mpaka sura ya 16. Baada ya sura ya 13 Yesu kuwaosha miguu. Imagine ni wababa hawa, ni wameacha kazi zao, wameacha maisha yao, wamemfuata Yesu kwa sababu wanaamini katika Yesu. Unajua walikuwa wanaamini nini? Walikuwa wanaamini huyu Yesu muda sio mrefu anakuja kuwa mtawala wa hili taifa. Na akiwa mtawala tutakuwa mawaziri, akiwa mtawala tutakuwa viongozi. Na walikuwa wanabishana. Ukisoma maandiko unawaona kabisa wanabishana. Petro alikuwa anajiona kabisa ni waziri mkuu kabisa. Matukio yote anayofanya, yani anajiona yeye ndio makamu wa Yesu. Si mnakumbuka hata mama yake Yakobo alimpelekea Yesu watoto wake wawili, anasema mmoja mweke kushoto, mwingine kulia kwenye ufalme wake. Yani walichokuwa wanaamini katika Yesu ni kwamba maisha yao ya kesho yanakuwa mazuri, kwa sababu huyu Yesu anaweza tu hata akaamka asubuhi akapiga upofu jeshi la Rumi, akapindua utawala, akatawala, na sisi ndio wanufaika namba moja. Alafu mtu huyu ambaye amewafanya muache kazi, amewafanya muache familia, amewafanya muache biashara, muache kutoza ushuru. Kulikuwa na kina Mathayo kule, kulikuwa hadi na gaidi anaitwa Simoni Zerote, yuko kule ndani, ameacha kazi ya ugaidi ambayo ndio ilikuwa inamfanya aishi. Alafu ghafla tu Yesu anawaambia usiku ule wa mwisho, mimi naenda zangu, na kule ninakoenda ninyi hamwezi kuja. Napenda kile kikao, wale wanafunzi wakasema hii hatukubali. Wakamkalisha kikao, sura ya 14 walihoji maswali. Na ukisoma vizuri kwa jicho la utafiti, waliuliza maswali makubwa matatu. Swali la kwanza walimuuliza Yesu, nini hatima yetu? Unatuachaje? Afu unajua alichowaambia? Msifadhaike mioyoni mwenu, si mnaniamini?
Si mnamwamini Mungu? Ndio, niaminini na mimi. Unajua mtu anapokuambia niamini na mimi, ana uhakika. Niaminini na mimi, nyumbani mwa Baba yangu mna makao, naenda kuandalia mahali, afu nitakuja kuwachukua. Lakini haikutosha, waliendelea kuuliza maswali. Wakati huu ambao haupo, umeenda kuandaa makao, unatuachaje? Nini hatima yetu? Mimi nafafanua na najaribu kuparaphrase ili uweze kuelewa kile kikao kilikuwa kinaongelea nini. Nini hatima yetu? Akasema msijali, mimi nikienda kwa Baba nitawatumia msaidizi mwingine. Moja ya ahadi bora sana. Na msaidizi mwingine anamaanisha, kwa neno la Kiyunani wanatamka alos, wanasema alos. Wayunani wana maneno mawili, heteros na alos. Heteros ni mwingine wa aina nyingine, alos ni mwingine kama yule yule. Kwa hiyo anapowaambia naenda kwa Baba nitawaletea msaidizi mwingine, maana yake anakuja aliye kama nilivyo kwa namna nyingine. Sijui unanielewa? Unajua kwa nini walimuelewa Yesu? Kwa lugha nyingine anawaambia hivi, Petro, si unaona siku ile ulivyozama ukaita Bwana niokoe, nikakuokoa. Atakapokuja huyo Roho Mtakatifu, ukiita vile vile atafanya vile vile nilivyofanya. Sijui kuna mtu ananielewa? Ni kama anawakumbusha, mnakumbuka siku mmeishiwa mikate? Ndio. Nilifanya nini? Ulilisha watu 20,000 wakala wakashiba, tukasaza mikate. Maana yake akija huyo msaidizi mwingine, siku mkiwa na njaa, mkimwambia Bwana hatuna chakula, atatukalisha tena, atatupa mikate vile vile kama nilivyofanya. Kwa hiyo kama mimi niliwahurumia, kama niliponya kina Batomayo, kama nilifufua wafu, kama niliwalinda, kama niliwatetea, huyo mwingine atafanya kile kile. Alafu akawaambia, afu uzuri wa huyu mwingine sio tu atakaa kati yenu, atakaa ndani yenu. Maana yake mtakuwa naye kila mahali, mtatembea naye, mtalala naye. Hamtahitaji kupiga simu na kumtafuta Yesu yuko wapi, amepanda mlimani na Petro, Yohana na Yakobo, tumfuate tuandamane. Atakuwa ndani yenu, atakuwa kwenu. Alafu akasema inafaa sana niondoke, ni kwa faida yenu, sio faida yangu, ni faida yenu huyu msaidizi aje. Waliporidhika hilo swali, wakaja na swali la pili. Vipi kuhusu wewe mwenyewe? Umekuwa maarufu miaka 3 hii, kila ukipita watu wanakushangilia, na sisi tunapenda hiyo. Unajua ukiongozana na mtu maarufu na wewe unapatia mumu, sisi tunapenda hiyo. Itakuwaje jina lako? Akasema msijali, huyo msaidizi akija, moja ya jukumu lake litakuwa kunitukuza mimi, atanisifu mimi, atanisema mimi. Ndio maana mtu aliyejaa Roho Mtakatifu analihimidi na kuliinua sana jina la Yesu, kwa sababu ndio kazi yake, ni kama marketing manager wa Yesu. Wakaenda swali la tatu, vipi kuhusu ulimwengu, na uachaje? Akasema huyo msaidizi atakuja kuhakikishia ulimwengu kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Maana yake ndiye atakayekuwa anahubiri, ndiye atakayekuwa anawaambia watu makosa yao, ndiye atakayekuwa anawafanya watu wajue hawana haki, wanahitaji kuipata kwa Kristo peke yake, na ndiye atakayekuwa anawahukumu, anawaconvict ndani ya mioyo yao. Alafu ndipo ufalme wa Mungu utajengwa namna hiyo. Walipoelewa, walimwamini, na kilichotokea wote tunafahamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini mtihani na gharama iko sehemu moja, kuachia tawi. Kuachia tawi. Mimi sijui umeshika tawi gani. Haitoshi tu kusema nisaidie, yupo amekusikia na amekujibu. Hata maombi ulianza kuomba alishajibu siku nyingi. Kinachokusumbua umeshika tawi ambalo ndio unafikiri ndio matumaini yako ya mwisho. Naomba nikuhakikishie, ulichoshika hakina matumaini. Na hata kama kina matumaini, wewe mwenyewe kwenye nguvu zako za kushikilia huna uwezo huo, huna akili hiyo, utachoka tu. Ndio maana alimwambia yule mtu alipoulizwa, nifanyeje ili nionyeshe nimekuamini? Akamwambia achia tawi tu, achia tawi. Na ndicho Mungu anachosema leo, achia tawi, kwa sababu yeye anaihesabu imani kwenye tendo la imani. Kama tungelifahamu kama watoto wa Mungu ya kwamba Mungu anatazamaje neno lake, ndio hivyo vitu anavyotazama. Uko tayari kuriski maisha yako kwa ajili yake? Nilikuwa nasoma Waebrania 11, mashujaa wa imani. Hata Yakobo ametuambia kitu cha ajabu sana. Anasema Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani ya matendo alipokubali kuhatarisha uhai wa mtoto wake kwa ajili ya Mungu.
uko tayari kumtii Mungu na kuhatarisha kitu ambacho unakijua kabisa hiki sio cha Mungu, lakini kinakupa manufaa. Wale mashujaa wasomage tu hivyo hivyo wasikie, lakini walitake riski kwa ajili ya Mungu, alafu ikahesabika imani. Wewe unaweza ukajenga safina miaka 120. Nuhu amejenga safina miaka 120, akaonekana ndio mwenda wazimu na kituko cha karne ile, karne nzima na robo anajenga safina. Lakini ukimuuliza anasema naamini aliyeniagiza nijenge safina. Ibrahimu una mtoto huyo huyo mmoja, akitolewa sadaka huyo, na umempata una miaka 100, Mungu anamwambia nipe, ana miaka 130. Maana yake uzao wa Ibrahimu duniani hautakuwepo tena, lakini ana neno la Mungu linalosema nitakufanya uwe baba wa mataifa mengi. Ndio maana Biblia inazungumza vizuri kwenye Warumi, Ibrahimu alipoiona ahadi ya Mungu hakusita, alimhesabu Mungu aliyeahidi ni mwaminifu, hata kimchinja Isaka Mungu atamfufua kutoka kwa wafu. Rahabu aliteki riski. Rahabu alikuwa shushushu ambaye kazi yake anafanya umalaya ili awapate wageni wanaokuja kupeleleza ile nchi. Kitendo cha kuwaficha wapelelezi wa Israeli ilikuwa ni uhaini kwa nchi yake. Alikuwa tayari kusacrifice maisha yake kwa kumwamini Mungu. Na unajua kwa nini alikuwa anamwamini? Historia, alishasikia historia. Huyu Mungu wa hawa jamaa kuna kitu kimbaya amewafanya wa Misri. Amewavusha bahari ya Shamu, amewasafirisha jangwani, wamevuka Jordani, maji yamepasuka, yameachia njia. Huyu hakuna kinachoweza kumzuia Yeriko. Yeriko itaanguka. Yeye akaamua na ukahaba wake kama Yakobo anavyosema kumwamini Mungu. Alafu kilichomhesabia haki sio maneno, ni matendo ya kuwaficha wapelelezi. Ndio maana hata wanaondoka akasema mnikumbuke mimi na familia yangu, na Mungu akawa mwaminifu akamkumbuka, na anaingia kama bibi wa Yesu. Kusoma kitabu cha Mathayo, ukoo wa Yesu. Kwa hiyo imani ni gharama, imani ni risk. Uko tayari kuteki risk kwa ajili ya Yesu kwa kuwa unamwamini? Sasa hatuongei riski zile za unateki riski kwa kitu ambacho hukijui. Nimeshakufundisha, kama alikufa na muamini sitakufa, nitaishi, alafu kwa sababu hiyo nitaamua kufanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu. Kumbe baba, ndio maana hata watu hata sadaka hatutoi kwa sababu hatumwamini Mungu. Uko tayari kuachilia hata hicho kwa sababu unamwamini Mungu. Uko tayari kuteki riski ya muda wako. Uko tayari kuteki riski ya mambo yako mengine yote na kumpa nafasi yeye. Na hiyo unajua ndio ibada. Toeni miili yenu hiyo ibada safi, dhabihu safi ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenye maana. Alafu ni simple namna hiyo, wala uhitaji sijui mbinu nyingi. Ni simple hivyo, na ni kitu cha maamuzi, kiko ndani ya uwezo wako. Je, unaamini katika Yesu? Naomba nione mkono wako hewani. Au bado utabaki unaamini kwamba Yesu? Mungu atusaidie. Nataka ufunue kinywa chako ukaombe kama wanafunzi walivyoomba, Bwana tuongezee imani. Walipoona mambo ni magumu wakasema tuongezee imani. Kilikuwa kitendo cha kusamehe tu, wakasema kama ni hivyo tuongezee imani. Si umeelewa unachoweza kujiombea mwenyewe? Watu wa Mungu, amina. Amina. Shusha kidogo nani yako. Nataka nijue Yesu na nizidi nijue lake na wokovu wake zakabidi. Rudia, hayo ni maneno ya maombi. Nataka nimjue, nataka nijue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo lake kena wokovu wake kamili. Zaidi
o zaidi nimfahamu Yesu, nijue. Tafakari maneno hayo unapoimba, ni wimbo wa maombi huu. Wokovu wake kamili, nataka nione, nataka nione, na nizidi kumsikia anenapo kitabu, kujidhihirisha kwangu zaidi, o zaidi fahamu Yesu, nijue pendo lake, wokovu wake kamili, nataka nifahamu, na nizidi kupambanu mapenzi yake, ni yale yanayopendeza, o zaidi, o zaidi nimfahamu Yesu, nijue wokovu wake kamili, nataka nikae kwa mazungumzo zaidi, nizidi kuwao Yesu, wengine wokovu wake zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake, wokovu wake. Nenda mbele za Bwana, omba kwa kinywa chako. Naomba Bwana Yesu, maneno ya nyimbo haya ni maombi yetu pia. Maneno haya ni ukiri wetu kwenye magoti. Kiukweli tunatamani kukujua zaidi, tunatamani kukufahamu zaidi, tunafahamu kukuelewa, tunatamani na tuna shauku ya kukufahamu, ya kukuelewa, tupe hatua zaidi, kuamini katika maneno yako, tusogee zaidi katika matendo yako. Bwana tukujui katika uzuri, Bwana tufanye vizuri, katika Bwana tukufahamu. Wewe ulikufa kwa wewe Yesu, tusaidie.